Hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na, nasema hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa kufanana na, hakuna wa kufanana na Baba, hakuna wa kufanana na, hakuna wa kufanana na Bwana, hakuna wa
Anaweza yeye, anaweza Baba, anaweza Yesu, hakuna naweza Baba, unaweza Baba, anaweza, hakuna anaweza yeye, Baba anaweza, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana na Bwana, Yesu akiokoa okoa kabisa, Baba akibariki abariki kabisa, Yesu akiremu aremu kabisa, sema yeye ni Mungu, yeye ni Mungu, ni Mungu wangu mimi, sijaona wakufanana naye, yeye ni Mungu wangu, yeye ni Mungu maishani mwangu, hakuna yeye kimbilio la unyonge wangu, kimbilio langu, hakuna kila mtu ajipeleke kwa Mungu, waambie Mungu, hii mwaka nataka kujua, nataka kupelekana nawe, nataka nikuone katika minendo yangu. As I call Pastor Beatrice, inulia Mungu wetu mikono juu, mwambie Bwana ni asante. Asante kwa wema wako Bwana, asante ya kumpa nafasi ya kukuabudu. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Mungu, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema Yesu. Majina yote mazuri ni yako Bwana, yote mazuri ni yako Yesu wangu. Jina lako lina nguvu, lina uweza, lina mamlaka. Jina limepita majina yote, jina lako Yesu Kristo. Jina lako limetenda mambo makubwa na ya ajabu, ni hilo jina lako Yesu Kristo. Mwambie Bwana ni asante, ni kwa sababu ya hilo jina Yesu. Kupitia kwa Yesu Kristo tumekombolewa, kupitia kwa Yesu Kristo tumesamehewa dhambi, kupitia kwa jina la Yesu Kristo
tuko uhuru siku ya leo, na ili tuweze kulitukuza jina la Bwana. Asante Bwana Yesu, asante Mungu uishie milele. Kimbilio tuna tegemeo letu wewe Mungu uishie milele, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwaka huu tamani kumfanyia Mungu kazi kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Mwaka huu tamani kupenya kwa kiwango kingine. Tamani tu kwa ile huduma Mungu amekuaminia, ukamwambia Mungu akusaidie kusimama, akakusaidia na ili uweze kufika mahali amekusudia ukafike. Abia Bwana, mwaka huu naomba nikakufanyie kazi Mungu. Naomba Mfalme wa amani nikakuabudu kwa roho na kweli. Ni kwa sababu wakati ndio huu, wakati ndio huu, na ili niweze kufanya yaliyo mapenzi yako Bwana. Ulipoitwa na Mungu sasa fanya kazi Bwana, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Asante.
za giza. Zingine tunatangaza shetani ya kwamba hana nguvu na hana uweza, hana mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ufungue kinywa, umwambie shetani siku ya leo, hauna nguvu, uwezo. Yesu, mwambie hauna nguvu, hauna uweza, hatutaaibika kwa jina la Yesu. Shetani, wewe ni Mungu, nguvu zetu Bwana zimekusha chini ya nyayo zetu. Tunakutangazia kwamba oh yes, mwambie shetani, tunakuweka chini ya nyayo zetu. Asubuhi ya siku ya leo tunasambaratisha mipango yako yote kwa jina na damu ya Yesu. Mungu ametupa nguvu, uwezo na mamlaka wa kumaliza mitego yako yote, wa kumaliza mipango yako yote. Tunanena nguvu za Yesu, nguvu za Yesu zikatembee kwa nyumba hii siku ya leo kwa jina na damu ya Yesu. Shetani, tunakutangazia kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Tumepewa na Mungu nguvu, uwezo na mamlaka wa kukanyanga, wa kuharibu, wa kusambaratisha mipango yote yako. Tunatangaza siku ya leo ya kwamba uko chini ya ufalme wa mbingu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina na damu ya Yesu. Tutakaze Mungu wetu, tukubalike mbele zako mfalme. Tutakase, tutakase Baba yetu, tutakase, tutakase Bwana. Tunaomba Bwana ukatusamehe dhambi zetu na makosa yetu yote kwa jina na damu ya Yesu. Pepo mchafu, pepo mchafu, hauna nguvu, hauna mamlaka. We render you powerless in the mighty name of Jesus. Oh, in Jesus name, in the name of Jesus. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Akazisha hewa hii haitatumika na shetani. Tunatakaza anga zetu, hii anga kwa jina la Yesu. Tunashika maroho yote ya kutumwa na kutuma, tunaishika mateka, tunaiweka chini ya nyayo zetu, chini ya ufalme wa mbingu kwa jina la Yesu. Tunatangaza ushindi wako Bwana, tunatangaza ushindi wako Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Shetani, wewe ni muongo, shetani, wewe ni muongo. Tunakunyamazisha kwa jina la Yesu Kristo. Maroho yote ya uchunguzi ambayo imetumwa na ili kaweze kuchunguza vile ibada iko inaendelea, tunayashika yote, iko chini ya miguu yetu kwa jina la Yesu Kristo. Oh yes Lord,
all monitoring spirits, all monitoring spirits, you are under our feet. You are under our feet. In the mighty name of Jesus. Tunakukanyangia chini. Tunakukanyangia chini. Tunakukanyangia chini. Hallelujah. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunatakaza hii anga. Tunatakaza hii hewa. Tunaitakaza kwa jina la Yesu. Tunanena damu yako Yesu. Tunaomba moto kutoka juu mbinguni ukashuke kwenye madhabahu haya siku ya leo, ukateketeze ufalme wote wa giza, ukateketeze ufalme wote wa giza. Madhabahu yote yameinuliwa, na ili ibada ya siku ya leo isikamilike, tunaiteketeza kwa moto wa Bwana, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina na damu ya Yesu. Maombi yote yameombwa kinyume na mapenzi yako Bwana, tunaifuta kwa damu ya Yesu. Tunaifuta kwa damu ya Yesu. Tunaifuta kwa damu ya Yesu, kwa jina na damu ya Yesu. Yes Lord. Yes Lord. Vinywa vyote vilivyonena ya kwamba haitafaulu, haitawezekana, tunazinyamazisha kwa jina na damu ya Yesu. Tunazinyamazisha kwa jina la Yesu. Oh yes. Asante Bwana. Asante Yesu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Tunainua bendera ya ushindi. Tunainua bendera ya ushindi. Tunainua bendera ya ushindi. Tunainua bendera ya ushindi. Kwa jina la Yesu. Tunainua bendera ya ushindi. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Oh, tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Oh, tunasherehekea jina la Yesu ni imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea wokovu wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Kuna furaha, furaha, haleluya. Kuna furaha ya ajabu, haleluya. Kuna ushindi, ushindi, haleluya. Kuna ushindi wa ajabu, haleluya. Ushindi, ushindi, haleluya. Ushindi wa ajabu, haleluya. Ushindi, ushindi, haleluya. Kuna ushindi wa ajabu, haleluya. Tushangilie Bwana. Haleluya. Tushangilie Bwana. Oh yes. Netugereria ngoma netondo ni muhoti. Netugereria ngoma. Yes. Netondo ni muhoti. Oh yes. In Jesus name. Atene tugereria igoma. Tutige mugereria kahora. Turakiugereria tatoramo igwera thanike. Atene tugereria igoma. Goma. Sono. Amen. Asa netugereria goma. Na tumugere. Shido. Tugereria igoma. You are under our feet. In Jesus name. Yes. Sisi ni zaidi ya washindi. Bwana Yesu apewe sifa. Shika jirani yako mkono, mwambie karibu kwa kiti chako. Vita zetu tunapiganiwa na Bwana.
Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Unajua kuna vitu zingine zinafanyikanga na shetani ni mjinga. Sababu anaanga apostle hayuko. Nigetha andu aria aratigira moneka gutiro ndu mareka ri. Ati ashike. Alisikia wapi? Asema ya msemani mudhiru. Praise the name of the Lord. Na tutakubali as much as tuko katika nyumba ya Bwana siku ya leo, hatutampa nafasi. Onanyita mashini no tukuina na no tukuhujerio. Bwana apewe sifa. Sasa atafute kitu kingine. Unajua uzuri wa watu ambao wako ndani ya Mungu, wanajuanga mbinu zote zile shetani huwa anatumia. Bwana apewe sifa. Happy New Year. Salimia huyu mwenzako, muulize Happy New Year. Na kama hujui jina lake, jua jina lake mwaka huu. Hii ndio Jumapili ya kwanza ya mwaka huu. Muulize anaitwa nani? Sasa unajua watu wengi wamekaa vile wanajuana mpaka na shanga. Sasa hata ukimuuliza atakwambia. Wageni walio ndani ya nyumba siku ya leo, naomba unionyeshe kwa ishara ya mkono. Hallelujah. Sasa makosa ile kubwa, wageni wawili hawawezi kaa pamoja. Sasa wataongea nini? Unajua wanaogopanaga. Nitauliza huyu na sijui ni mgeni. Ugo uka umwe wanyu ni uki. Toka kaile tu wewe na guya papo. Gweni. Nikuja tu kasichana. Tuwete ni tusichana tuwa Bwana. Halo. Ati wa mama wako Keno kurudi hivyo. Bwana asifiwe. Tusalimie ndio nikuonyeshe mahali utaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Mama Evans, mimi si kasichana. Lakini niko msichana wa Yesu. Amen. Hii ni siku ya pili kukuja hapa. Nilikuja wakati wa kesa. Na nikasema leo lazima nitakuja. Na Yesu ni Bwana, ameniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe. Magishi au msichana mkono umweke hapo. Karibu hapo. Na Bwana atakubariki. Ni wakati wa ushuhuda. Ni mwaka mpya. Najua shuhuda ni mingi, kwa hivyo tujaribu kukibizana na masaa. Bwana apewe sifa. Sasa ungelikuwa na ushuhuda ungekuwa karibu na mimi, ili tumalize hii maneno. Bwana apewe. Good. Tupigie baba yetu makofi mazuri. Bwana asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Kwa jina langu ni Joel Kiringa Kapiero. Mnapenda mgeni? Mimi ni mgeni, lakini si mgeni kwa Mungu. Lakini kanisa nimekuja karibu siku 4. Kwa hiyo si mgeni hata hapa. Kwa hivyo mimi natoka sehemu ya Kayole. Na nilikuwa na soma na kanisa ngine huko. Na nilifurahishwa na hii kanisa. Kwa yale niliona. Kwa hivyo kama mnanimkea tasindi kuwa nakuja tuwe bana nyinyi. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana maisha yangu, na nampenda na yananipenda. Mbarikiwe. Kuwe na mzee mmoja atapokea baba yetu katika nyumba ya Bwana. Usikubali kukaa chini mpaka wakupokee kwa mikono yote. Tumpigie makofi mazuri. Ushuhuda mwingine. Kariga child. Tuulira kaire tuwe. Yesu anenehe. Yesu akumio. Murega twana twakwa.
ona niĩ ndĩ mwega na ndĩ na thayũ. Njũkĩte ngauga ndingĩtĩrwo nĩ ngiura. Jesu anenehe. Ha marĩtwa njĩtagwo Roda wa njĩra na ndĩ mũhonoki, nĩ nyendete Mwathani, nĩ kũmenya harĩa ndutĩte na harĩa nginyĩtie. Nĩ ndĩramwĩra mĩaka ĩrĩa ndigĩtie ngwenda gũikara nyũmba ya Ngai, nĩgetha rĩrĩa ngakoma ngwayo ũguo nĩ ndungata cia Ngai indware kũrĩa mekuona nĩ kwagĩrĩire. Jesu akumio. Nyumĩte mũciĩ wa Kawangware na reke njuge nĩ mũcagũre wa gũkaga gũkũ tondũ ndionaga ngĩmokaga, na nĩ ngenagĩra gĩkundi gĩakwa gũkũ mũno tondũ nĩ manyitĩte na moko merĩ. Ngakenera ciana iria irĩ nyũmba ĩno nĩ ũndũ nĩ cinyendete, na Ngai arotuĩka wa kũmũrathima na atuĩke wa kũmuonekanĩra. Mũrathimwo kuma haha nginyagia mĩciĩ yanyu, mũrathimĩrwo nginyagia ciana cianyu, mũrathimĩrwo mawĩra manyu, nĩ ũndũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ agĩrĩire. Mũratuĩka kũigua Ngai, mũtuĩke a kũmũririkana nĩ ũndũ nĩ wamũkĩririe mũthenya wa ũmũthĩ. Jesu anenehe. Mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ twĩ matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ kũrĩ andũ marakomire mũthenya wa na matinokĩra. Jesu akumio. No ithuĩ nĩ tũkĩrie ti wega twĩkĩte, no nĩ tha tũiguĩrĩire Mwathani akumio. Jesu anenehe. Na akumio. Nĩ tũretia ciana kuma nja, twacietia baba kuma kwa njohi, twacietia kuma baba kwa ndawa, ona kwa bangi, ona kwa ũmara. Jesu anenehe. Ithe witũ tuĩka wa gũtũrehera ciana ici baba, nĩ ũndũ rũru rũtarĩ njaũ nĩ gũthiĩ kũhuka rũhukaga. Rũrũ baba ndũkagũka na reka rũhuke. Baba ũrĩa ũrĩ na kĩico na ule mwengine, akujue kutoka leo tumechabarikiwa. Tumechabarikiwa na Mungu. Mungu wetu ni wa maajabu. Jesu witũ anenehe. Mũtuĩke a kũigua Ngai na kũmwĩtigĩra, ona gwĩtigĩra maguta. Ona mangĩkorwo nĩ manyau kana mambĩa, nĩ mwagĩrĩirwo nĩ mahe gĩtĩo tondũ ti inyuĩ mũraitanĩrĩirie maguta. O ũguo mũrona iana, nĩkĩo njugaga maguta matimaheo gĩtĩo. Ona niĩ ndĩmũitĩrĩria maguta na nĩ ndĩnyihagio na gwĩ ciana, ngatuĩka kũmaturĩria maru. Jesu anenehe. Nĩ ndĩracokia ngatho nĩ ciana iria ciothe ikinyĩte haha, na Ngai atuĩke wa kũririkana ciana iria hawa na atuĩke wa kũmongerera. Jehova Ngai wakwa maiyũre hau hothe. Jehova njire nĩ ũndũ wĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi, ũrokumio na ũrogocwo. Jehova Ngai wakwa nĩ irĩ thĩ na irukawa. Ririkana mwana wakwa kũrĩa arĩ Ngai. Baba tuĩka wa kũmũririkana na kũmũiguĩra tha. Baba nĩ ũndũ arĩ bũrũri woga nĩ kĩgongona, nĩkĩo ndĩrakũrĩra na ngakwambararia. Ngai wakwa nĩ ũndũ wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, ũrokumio na ũrogocwo. Jehova Ngai wakwa nĩ irĩ thĩ na iruka. Jesu anenehe. Reke tũgwe magũrũ-inĩ maku hawa, reke tũgwe nyarĩrĩ-inĩ ciaku hawa, tũgagũkumagia na gũkũgoca. Jesu akumio. Netiganĩria moko-inĩ maku hawa na roho na Jesu kũoya na gwĩtĩkia. Ameni. Amen. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Praise the Lord. Ni vizuri kuenda na vile Roho wa Mungu anaenda. Bwana pewe sifa. Tunaweza jiongoza na tusifike hata pale, lakini tukiongozwa na Roho wa Mungu tutaenda mbali na tutafanya makubwa wakati wa ushuhuda bado. Hallelujah. Wacha ekewe wimbo. Naomba Mama Pamela, shuhudia Mungu kitambo, Rosemary atengenezewe hapo. Imwene mũgũnda nĩaimagarire arutwo ake mũgũnda-inĩ wake, kiumagara themwe ya rũcinĩ, agĩkora andũ matonete wĩra, akĩmahe wĩra akĩmareka, ndahe mwana
Wimutaranĩrie ndũkamake, wimutaranĩrie ndũgetigĩre, irathimo-inĩ wimutaranĩrie, ona gwatuka wimutaranĩrie. Haleluya. Mwathani Ngai aheo goci. Bwana apewe sifa. Mesikia kufurahia Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Bwana apewe sifa. Ni sisi tuko kwa sababu venye tumeambiwa sisi ndio mabaki. Haleluya. Na ukiwa wewe ndio mabaki, unafaa kuelewa ya kwamba mabaki ni kitu ya maana. Bwana apewe sifa. Kuna wakati wa Musa alisema ya kwamba wakati ile walipewa mkate wakakula, lakini alisema ya kwamba hata mikate yenye mbaki yote irudishwe pamoja, isitupwe hata kamoja. Haleluya. Ingizwa katika nyumba, na ndio sisi siku ya leo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ile kitu ya maana ni kujua ya kwamba umeitanishwa aje na Mwenyezi Mungu. Mwathani Ngai aheo goci. Mwene mũgũnda araigĩte gatagati-inĩ gake nĩ mũthamaki. Bwana apewe sifa. Huyo mfalme aliondoka kaenda nchi ya mbali, lakini aliwacha amepanga kazi yake. Kama saa hii tukitazama tunaona kama mwenye nyumba yuko, lakini amepanga kazi yake. Haleluya. Ile kitu ya maana ni kujua wewe umesimama wapi. Kazi yako, mwenye kazi akikuja atakukuta wapi. Kama kazi umeondokea ama bado unaendelea kufanya kazi venye inatakikana. Haleluya. Mbele huyo mwenye kazi aliondoka kaenda nchi ya mbali na kaacha amepewa watu kazi yao. Mtu wa talanta ya kwanza, moja, ya pili, ya tatu. Lakini kuna wenye wa kufanya kazi venye alikuwa hataki. Hey Jehova Redeemer, ni Mwathani Ngai aheo goci. Haleluya. Na iguru ritu ria kumenya kazi yenye umepewa na Mungu. Bwana apewe sifa. Unaweza tazama uone mtumishi, yeye si mwenye kazi, hata yeye ameandikwa. Na akifanya kazi ya Mungu vibaya anaondolewa, mwingine anakalia. Na Mungu hana hasara. Hata mimi hana hasara nikikataa kukaa kama mapenzi ya Mungu, ananiondoa, anaweka mwingine. Ni kitu ya maana, ni kazi ya Mungu ifanywe venye Mungu anataka. Haleluya. Ole wako mwenye anafanya ile kazi kama sio mapenzi ya Mungu, unafanya ukiwa kinyume na Mungu. Hey, kuna jukumu, kuna hukumu. Bwana apewe sifa. Mwathani Ngai aheo goci. Mwene wira rĩrĩa athire agĩcoka alienda nchi ya mbali, lakini akirudi alikuta kila wenye walijua kufanya kazi wamepangwa, walifanya kazi na wakafanya kama vile walikuwa wamefanya nini, wameelezewa. Wa talanta 2 kaiwa ya 5 ikakuwa 10, lakini huyo wa moja talanta moja alisema ya kwamba ninajua wewe unakuraga penye aona utarutaga wira, wewe uriaga kuria handite, ndikũrutithia wira, ona ndingĩũkĩra hoe, ona ndingĩthiĩ fellowship, ona ndingĩthiĩ kanitha tondũ ndũrĩ kuo. Haleluya. Kũhũra gĩthũri, ũkũhũrĩra Ngai gĩthũri. Mwathani Ngai aheo goci. Oririo mũndũ akĩigĩrĩra taranda yake. Ihinda rĩrĩ no tũrũthĩrĩrie tuone, no kwĩ mũraika uma matu-inĩ, no kaga na ibuku agĩcainaga na aroraga ngoro. Niĩ no ngoro ũrĩa hana, no nĩ ndĩrakenia Ngai ndĩ matu-inĩ. No ngoro ũguo hana, nake Ngai andora, ona maitho make matirenda kuona. Mwathani Ngai aheo goci. Nĩ igũrũ ritũ rĩa kũnyiha gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Ndacitũ tondũ guo nĩguo Ngai arenda. Twendane tũtuĩke kĩndũ kĩmwe, turutĩre Ngai wĩra tĩ kĩndũ kĩmwe. Mwathani Ngai aheo goci. Wathiĩ na kũu we nĩ worerwo ũciarithie maciaro, ti atĩ nĩ kĩndũ kĩngĩ, hunjĩrio ũcio mũriganĩtie ũgoka nake. Mwathani Ngai aheo goci. Nĩ tũrahoya Ngai itĩ icio Mwathani tũrenda andũ kũrĩa arĩa meirabu moke tũtungatĩre Ngai, tondũ mahinda ma Ngai me hakuhĩ. We nĩ ũĩ ũrĩa wĩtanĩtio na Ngai. Mwathani Ngai aheo goci. Nĩ nyendete kũina.
Ngai wakwa mwathi wakwa Mũrĩithi mwega gĩkeno gĩakwa ngũina rũrũ ngĩkũinĩra nĩguo kene torĩa ũngenetie nĩguo kene torĩa ũngenetie araika kume matu-inĩ mainaga magĩkũinĩra makiugaga we mũtheru ũgũtũũra tene na tene ũrotũũra tene na tene ũhoti waku Ngai wakwa ũtũmaga thĩ ĩno ĩtũũre horo harĩa wamĩigire ĩtũũragio nĩ ũhoti waku ĩtũũragio nĩ ũhoti waku araika kume matu-inĩ mainaga magĩkũinĩra makiugaga we mũtheru ũgũtũũra tene na tene ũgũtũũra tene na tene araika kume matu-inĩ mainaga magĩkũinĩra makiugaga we mũtheru ũgũtũũra tene na tene ũratũũra tene na tene. Araika matu-inĩ marauga baba wĩ mũtheru nawe tihinda rĩa mbara tihinda rĩa maũndũ matagĩrĩire tihinda rĩa kũhoya maũndũ matarĩ na bata nĩ ihinda rĩa gũcũthĩrĩria Mwathani. Jehova arenda ngoro theru ĩrahenjeka wamwĩciria ũkainamĩrĩra Ngai nake agakũrũĩrĩra. Ithuĩ tũrabatara tũrũĩrĩre kanitha tũrĩrĩre bũrũri tondũ nĩ ithuĩ twamũrĩtwo nĩ Ngai. Ithuĩ itugĩ cia kanitha nĩ ithuĩ itugĩ cia bũrũri ti arĩa mena kũu nĩwe na niĩ. Tũturie maru tũrĩrĩre Ngai aiguĩre bũrũri witũ tha aiguĩre ciana citũ tha aiguĩre athuri aitũ tha aiguĩre bũrũri na aiguĩre haleluya. Nake Ngai wahoya ihoya andĩko ma Ngai maratwĩra Mwathani matirĩ njika nĩ aiguaga kiugo kĩmwe tu gĩgatũma maũndũ magarũrũke. Mwathani Ngai ahogoci we nĩwe Ngai athurĩte we nĩwe Ngai amũrĩte no menye wĩrũhĩ-inĩ rwa Ngai rĩ wahoya ũndũ wothe nĩ ũkinyanagĩra. Ona no ũhoya ũndũ ũriganĩre ũcoke wone ũririkanage ona ũtararirikanaga ũkonaga maũndũ marĩa wahoyagĩra nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ natũ. Mwathani Ngai ahogoci acio mateng'eranagia na ciama cia rũciũ menyerera tondũ icio wacinyita na ihenya noguo igũthira na ihenya. Mwathani Ngai ahogoci no irathimo cia Ngai tũraga tene na tene na Mwathani ndagũkũhe acoke agũtunye. Mwathani Ngai ahogoci no arerire Musa tigana nao. Musa marakũgia ũguo tarekete hera Musa ngwehererie njoke ngũmbĩre angĩ. Musa akĩona aca wĩra ũrĩa ndutĩte wĩra ũrĩa Mwathani ũrutĩte ũĩka maruta kũu makinyie gũkũ mĩnoga ĩrĩa andũ acio marĩrĩte mathĩna marĩa macemanĩtie namo ndagũthaitha tu maiguĩre thano mareke. No ndagĩka ya mũico nĩ mathire ngoro ya Musa ĩrakarie Ngai kĩrwo hutie igatu handũ ha kũhutia nĩ kũgũtha nĩ ũndũ wa marakara. Tikareke ndungata ya Ngai ĩtindage marakara thaa ciothe akĩnegena tũtikũrathimwo. Ona okorwo twĩna mbuĩ no arie kiugo tondũ nĩ mũitĩrĩrie maguta igũrũ ritũ na twage kũrathimwo. Ndungata ya Ngai ona mũthamaki nĩ mũitĩrĩrie maguta ona makiugaga hana no Jehova nĩ aronire maguta maraikĩrĩrio mũtwe wake angiuga kiugo maũndũ nĩ magũthũka. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna kiugo kĩrĩa kĩna hinya tondũ nĩ ithuĩ twamũrĩtwo nĩ Ngai. Mwathani Ngai ahogoci tũtũrie wendo tũgĩe na ngwatanĩro na twendane. Waigua ngoro ũtarakinyenda taturia maru mbere ya Ngai ũrie Mwathani nĩ kĩĩ kĩratũma na Mwathani nĩ agũkũhe anja.
Ngai aheo goci tondu onacio mekwa ngoma no wa Ngai angĩkorwo kwa ngoma nĩ njarĩte gĩtanda rĩ rĩu we wĩũ mũtigane nao Mwathani na ithe tuwe ũĩ no agũka manyite na guoko gwake kwĩ hinya tondu ekaga ũrĩa kwenda. Ngai amũrathime na mwende na tuturie wendo na ngwatanĩro na ũiguano na kũhoyanĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Tutikanoge tondu turerirwo tuturie maru marĩ maratarũka Ngai maturie uthie na mbere kuhoya matire marataruka maya na matigutaruka tondu uria Ngai amombite. Mwathani Ngai aheo goci kabura ihinda rikinye Jehova Ngai oke akurathime we niwe wetereirwo na nikio turerwo tugoka tene tukagoca Ngai tukahoya na tutikanoge ni kuinira Ngai tutikanoge ni gutungatira Ngai tutikanoge ni guthathagia Ngai angikorwo araika me matuine marainamira makimura mutheru ni we na hatire handu hangi makarara makiuga ona gutire kigo kingi we mutheru baba urotugira ritwa riaku rirogocwo. Ngai aheo goci ke tuturire Ngai ucio. Ngai amurathime. Bwana asifiwe. Praise God. Tusalimiane. Naitwa Pastor Rosemary, nimeokoka. Wacha kwanza niimbe halafu nitatoa ushuhuda. Mwathani nengũcokia ngatho nĩaũkinyĩte tigane hinya waku baba niĩ ndingĩraina nĩũhete indo cia mbara no kayoti ngathokia wĩra wa shaitani na mĩbango yake. Mwathani nengũcokia ngatho nĩaũkinyĩte tigane hinya waku baba niĩ ndingĩraina nĩũhete indo cia mbara no kayoti ngathokia wĩra wa shaitani na mĩbango yake. Ora njĩra ndigetigĩre nĩ hamwe na niĩ ndikamake nĩ ũndũ we wĩ Ngai wakwa nĩũkũnyongerera hinya na ũndeithagie na ũndirĩrĩre na guoko kũrĩa gũthingu. Mwathani nengũcokia ngatho nĩaũkinyĩte tigane hinya waku baba niĩ ndingĩraina nĩũhete indo cia mbara no kayoti ngathokia wĩra wa shaitani na mĩbango yake. Andũ arĩa manjũkĩrĩire nĩ magaconoka arĩa magianaga na niĩ ũnjehererie arĩa mahũranaga na niĩ ũmagithie kĩene nĩgũkorwo nowe Jehova ũrĩ Ngai wakwa. Mwathani nĩngũcokia ngatho nĩaũkinyĩte tigane hinya waku baba niĩ ndingĩraina nĩũhete indo cia mbara no kayoti ngathokia wĩra wa shaitani na mĩbango yake. Kwĩna ndũgetigĩre nĩngũgũteithia wenja kuvuka gunyũ tiga gwĩtigĩra ona inyuĩ gakundi ka andũ a Isiraeli mũgũkũri-inĩ ũrĩa mũtheru wa Isiraeli. Mwathani nĩngũcokia ngatho nĩaũkinyĩte tigane hinya waku baba niĩ ndingĩraina nĩũhete indo cia mbara no kayoti ngathokia wĩra wa shaitani na mĩbango yake. Arĩa mũrĩ na guoya ngoro mwĩũmĩrĩrie Ngai wanyoroka na ũhoro wa kũrĩhanĩria agerane ngero iringaine na ũrĩa gwĩkĩtwo
niwe uguka mwene hinya muhonokie. Mwathani nĩngũcokia ngatho nĩ hau nginyĩte, tiga nĩ hinya waku baba niĩ ndingĩraina. Nĩũhete indo cia mbara no kayoti, ngathokia wĩra wa shaitani na mĩbango yake. Mwathani nĩngũcokia ngatho nĩ hau nginyĩte, tiga nĩ hinya waku baba niĩ ndingĩraina. Nĩũhete indo cia mbara no kayoti, ngathokia wĩra wa shaitani na mĩbango yake. Bwana asifiwe. Wakati ninaimba hii wimbo ninasikia moyoni furaha, kwa sababu it is a testimony. Hii wimbo nilipewa kitabu sana na Mungu. I never thought it is my song, but I thank God because whatever I have been going through, it has become my song day after day. Sometimes God gives us messages, we think it is for other people. But you come to realize this message belongs even to you. Sometimes I reach a time I went through so much trials, so much suffering. And when I put that song and listened to it, I heard God ministering to my heart. Bwana sifiwe sana. God has continued to encourage me. I remember last year, I was different from today. Many other times people are called to testify. Nilikuwa nasikia kama nimeshikiriwa kitini. Another sister there was always encouraging me. Ebu inuka wimbe ile wimbo wakati wa kesha. Ninamwangalia, ninanyamaza. Kwa sababu hakuwa anajua ninapitia mambo gani. Bwana asifiwe sana. It reached a time after kutoa nyimbo, after kurecord, kuimba, ikifika mahali nikaona ni kama hakuna mahali ninaenda. I became so discouraged in a way, mpaka nikaona, nikaiweka kando. Nikakaa kama I'm not called in this ministry. I became so discouraged, so low. Hata sikuwa najihisi kuminister. But I thank God because God has changed my life. Bwana asifiwe sana. And I'm ready to minister. It doesn't matter the years. Bwana asifiwe sana. Mungu anaendelea kuturenew day after day. He renews our spirit. He renews us day after day. Hata kama nje tunaendelea kuongezeka miaka, lakini ndani yetu he continues to renew us day by day. And I thank God today, kwa sababu ananena na mioyo yetu, anasema ya kwamba ule uchungu ambao ulikuwa unapitia mwaka uliopita umefika mwisho. Shida zote ulikuwa unapitia mwaka uliopita zimefika mwisho. Kama ni kuhudumu ulikuwa na hudumu, this is your time. Arise and serve God. Amen. Bwana pewe sifa. Saa zingine mtu hujaribu kukata ushuhuda, lakini saa zingine inazidikana. Sababu kuna wakati tunaitanga watu wa ushuhuda na hakuna hata mmoja anakuanga na ushuhuda. Bwana pewe sifa. Tulikuwa na mama mwingine hapa mrembo. Dora Vega, tumpigie makofi. Sasa kwa nini unaibika? Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Naitwa Mama Karo, nimetoka Nyahururu. Nimekuja kutembelea dada yangu Ann. Na ninashiriki na kanisa la CFF Nyahururu Town. Mimi ni mwana kwaya. Nataka niwaibie kawimbo kamoja. Though sio ya kwaya hii.
Ketuine. Rĩrĩa Jesũ nĩ rĩega, nyendaga rĩgweta, nĩrĩngenagia mũno na rĩkahe gĩkeno. Jesũ nĩ rĩtwa rĩega. Jesũ hingo ciothe. Jesũ nĩ rĩgocagwo nĩ andũ ake othe. Nĩnyendaga rĩtwa rĩake, nĩwe ũnjiguagĩra, nĩwe ũiguaga, ndĩmwendaga o Jesũ. Jesũ nĩ rĩtwa rĩega. Hingo ciothe. Jesũ nĩ rĩgocagwo nĩ andũ ake othe. Nĩnyendaga kũrĩiguaga rĩtwa rĩa Jesũ riki. Nĩrĩgiragia maithori na rĩkahe gĩkeno. Jesũ nĩ rĩtwa rĩega. Jesũ hingo ciothe. Jesũ nĩ rĩgocagwo nĩ andũ ake othe. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtũkenia na rĩngĩ. Rĩrotũũra rĩgocagwo, gocagai o Jesũ. Jesũ nĩ rĩtwa rĩega. Jesũ hingo ciothe. Jesũ nĩ rĩgocagwo nĩ andũ ake othe. Na mwĩke wega. Ũngĩenda gũthiĩ YouTube no ũthiĩ CFF Central Church. You like our songs, share and subscribe. Bwana wabariki. Gũtirĩ mũndũ
Hallelujah. Yesu ne letwalega. Yesu igojona. Yesu ne regosabo. Ne ado ake one. Wow. Mekumbuka utamu wa Anglican. Praise the Lord. Sasa sijui nitafanya nini. Niko na ushuhuda hivi, si mimi. Najua yangu mnaigojea ndio muiege kwenye taka. Mnagojea tu niongee. Leo siongei. Leo siongei. Bwana apewe sifa. Leo siongei. But nitasema bado. I'm here to stay. Sijui kama ni Pastor Kuli aliba akasema mukinyoro sani adomwega halindi. Asa nyini die mukinyoro sani adomwega halindi. Tinga Tidenaga satike karatu kariadari na koko mune da sejiri ona magutani Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kama unakuanga tu hapo unangojea mtu asimame mbele ili uweze kueneza hiyo kitu kidogo amesema, ielewe vizuri kwanza ndio hiyo. Bwana sifa. Tulikuwa wabaya kuliko wewe na Yesu ni Bwana. Bado inaongezeka. Sijui niseme nini na nifanye nini. Na sijui nifungie nani nisifungie nani. Nitafungia yule najua atanielewa aifanye saa 8. Hata akinichapa tutakabiliana. Praise the name of the Lord. Pastor Alice, tufuate na Burayo na wale watoto. Afadhali tunyime wengine wote tupate. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Kwani unasikia baridi? Kuna joto kwa sababu tuko katika nyumba ya Baba. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimesema nisiachwe nyuma juu nimekosa kwa muda. Sijakuwa pamoja na nyinyi lakini bado niko. Praise Jesus. Tufanyie Mungu kazi. Tufanyie Mungu kazi. Maana usiku unakuja. Na ukija kazi itaisha. Kazi itaisha ukiwa umefanya nini? Mimi Alice, kazi ikiisha usiku nitaambia Mungu nimefanya nini? Tunaenda kuisikia wimbo unasema fanyia Mungu kazi bado kugari jua na ama kugari mchana. Nipatiwe hiyo wimbo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na ninawapenda. Haleluya. Tufanyie Mungu kazi. Na hiyo nimesikia imesemwa na watu 2 watatu. Tufanyie Mungu kazi. Washa kukuja kutafuta vita katika madhabahu ya Mungu. Kuja ufanye kazi ile Mungu aliyekuletea mahali hapa. Ile kazi Mungu alikuitia mahali hapa. Praise Jesus. Na ukisikia kucheza, tucheze pamoja. Fanyia Mungu kazi bila usiku waja. Utumikie Mungu siku zako zote. Fanyia Mungu kazi bila usiku waja. Utumikie Mungu siku zako zote. Anza mapema sana, dumu mchana kutwa, bio usiku waja, kazi itakwisha. Anza
sana, dumu mchana kutwa, mbio usiku waja, kazi itakwisha. Fanyia Mungu kazi kama kungali jua, usipoteze bure siku zako huku. Fanyia Mungu kazi kama kungali jua, usipoteze bure siku zako huku. Uyatimize yote bila kukosa neno, mbio usiku waja, kazi itakwisha. Uyatimize yote bila kukosa neno, mbio usiku waja, kazi itakwisha. Kazi inaisha. Mtumikie Mungu. Fanyia Mungu kazi, saa yapita mbio. Fanya bidii sana kuokoa ndugu. Fanyia Mungu kazi, saa yapita mbio. Fanya bidii sana kuokoa ndugu. Mtumikie Mungu kwa nguvu zako zote, mbio usiku waja, kazi itakwisha. Mtumikie Mungu kwa nguvu zako zote, mbio usiku waja, kazi itakwisha. 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 Fanyia Mungu kazi kabla usiku waja. Hallelujah. Ugiona alisinete muthenya uyu ni muthenya atiriri ngani kunaenda ngazi. Tupige pastalisman. Na leo kuna neema ya kuiba, na vibaya ukizuilia, you never know. Bwana apewe sifa. Nalikupa, Bwana asifiwe. Happy New Year. Good to see you. Ukatwana Brian na Magi mutumalizie. Ukakuja watoto. Kasushi. Wage kagusia kiongo. Umekavurutanisha. Eka hapa katikati. Praise God. Praise God again. My name is Naaman, and we have a song. Praise God. Praise God again.
My name is Fisi Madani and we have a song. Ulva chuchu. Unaona walikuwa wanafukuza mbaba na ndiye anaweka security. Na hata awasubuhi, hata kama hashiki ako tu, anawakalisha tu. Haro. At least ni aikone siana siasa hadi gai. Na leo Mungu ni mwema. Bwana apewe sifa. Na isiwe mmeiba siku moja. Kila Sunday mwe mnapanga wimbo na mnaiba. Brian, ungekuwa umefika. Amen. Bwana asifiwe. Happy New Year. Kuna wimbo ambao ni wa kujitabiria, ningetaka tuimbe siku ya leo ambayo ni Sunday ya kwanza. Wimbo ni rahisi, unaenda tu namna hii. Kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Sema na mimi. Kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Domi. Umeniita mrithi wa ufalme wako, tena ukanipa nguvu kwa maneno yangu. Umeniita mrithi wa ufalme wako, tena ukaweka nguvu kwa maneno yangu. Basi naweza nena, ninene nijinene, naweza nena. Basi naweza nena, ninene nijinene mema, naweza nena, nina nguvu. Basi najitabiria, popote nitakapoenda, chochote nitakachofanya nifanikiwe. Basi najitabiria, popote nitakapoenda, chochote nitakachofanya nifanikiwe. Kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Sema tena. Kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Umenipa nguvu na mamlaka, kujenga na kubomoa, kufunga na kufungua kwa jina lako. Umenipa nguvu na mamlaka, kujenga na kubomoa, kufunga na kufungua kwa jina lako. Baba, umenita mwana, mimi nakuita baba. Umenita mwana, mimi nakuita baba. Yote yaliyonena nabomoa, na adui zangu nabomoa, yote waliyosema nabomoa maishani mwangu, na yote yaliyonena nabomoa, na adui zangu nabomoa, yote waliyosema maishani mwangu, na yale yote mema yaliyonenwa na watu wema, yote yatimie. Na yale yote mema yaliyonenwa na watu wema, yote yatimie. Kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho 2024 kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Fanaka ndilo jina langu, mimi sina shaka nitabarikiwa. Mio fanaka ndilo jina langu, mimi sina shaka nitabarikiwa. Mio fanaka ndilo jina langu, mimi sina shaka nitabarikiwa.
Mio Fanaka ndilo jina langu, mimi sina shaka nitabarikiwa. Bali ukisema kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Tena kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Kila niendapo na kila nikanyagapo, kila nifanyacho nifanikiwe. Amen. Haleluya. Tufunge hiyo kipindi na Margaret Kamau. Mwathani agoco amaretwa njĩtagwo Magi Kamau, ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Jesũ, nĩ nyonete akĩndũĩrĩra na akĩhotanĩra, na he gathabarĩ tũtwaranĩte na no tũrathiĩ na mbere gũtwarana. Nĩ nyendete kũina tondũ nĩ gĩthima gĩthĩinĩ wakwa na gĩtingĩthikwo nĩ mũndũ, na ũmũthĩ ndikũina rwĩmbo rwakwa, ngũina rwĩmbo rũu ndathimaga, nĩ rũtũmaga njigue ndagĩa na Ngai mũnene. Na nĩ ngũria Pastor Beatrice, Pastor Nancy mũke tũine. Ona inyuĩ nĩ mũrũĩ, nĩ rwĩmbo rũĩkaine nĩ andũ othe, nĩ njũĩ nĩ rũtuĩkaga kĩrathimo kwĩ mũndũ wothe rĩrĩa rũina. Nayo kinyumbĩrĩria mũnyakaine
makoma igete haraya muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũndorerie tũra ũndoranĩirie muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Onyomereria ngiragia maithori muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũndangĩngĩrĩtũra ũndeithagia muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Ũrora manyetu kĩndũ wa manyetu muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Mũrũgamio wa kũrĩa kwega wasigimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya makoma igĩte haraya muhosagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Tumebarikiwa na kipindi cha ushuhuda. Wangapi wamebarikiwa? Unajua labda una ujui, umeboeka tu. Helen, Bwana asifiwe. God bless you for coming. Tukipata nafasi tutakupea nafasi tusalimie. Praise the Lord. Yeah. Naomba tupate matangazo yetu ya siku ya leo. Najua ni mwaka mpya na tuna matangazo na ni vizuri tujue vile tutaendeleza mwaka. Praise the Lord. Kwa hivyo naomba tu kwa heshima kuu tumpigie Pastor Magi makofi ili aweze kutuletea matangazo yetu ya siku ya leo. Praise the Lord. Good morning. Umebarikiwa. Happy New Year. Tumebarikiwa na mwaka mpya. Wangapi wamefurahia? Tuwe na mwaka mpya. Bwana asifiwe. Hata mimi jina langu ni Kasisi Margaret ama Magi ndio wananiita, and that is Magi Nyoike for clarity. Praise the Lord. Yeah, nilisikia kuna changanyifu ya majina. Nikasikia mpaka mwakaambiwa mfute majina muweke majina kamili. My names are Magi, Pastor Magi. My name, praise the Lord. I am still the head of pastoral in this church until another time when somebody will take over, when God is willing. Praise the Lord. And so I want to represent the apostle appropriately for this moment he has given us to serve under him. And we want to say thank you very much, the apostle. I know you are there online. Leo yeye pia amekuwa mtu wa kutuangalia kwa runinga. Bwana asifiwe. Wangapi wamejua mchungaji wetu jitabiria? Bwana asifiwe. Leo mitambo imeshikwa na nani? Mchungaji wetu, mtume wetu ameweza kwenda nchi za nje ili aweze kuhudumu. Unajua Mungu pia ana wivu. Bwana asifiwe. Zingine unamchukulia kihorera akiwa hapa akikuhudumia, unaona kama ni jambo la kawaida. Kuna watu wengi sana pale nje ambao wanamhitaji. Bwana asifiwe. Na hao watu pia wamepata hii nafasi na mwaka akaende kuwahudumia. Alienda Spain na ndio amekuwa, akatoka hapo akaenda Ujerumani, alianzia Uturuki, Turkey, na akaelekea hivyo, na alitangaza kabambe atakuwa na safiri na anatembea
inchi kama 9. Bwana asifiwe. Na hiyo ni baraka na ni kitu ambayo ningetaka kumshukuru Mungu, ni kwa sababu alikuwa ameshikwa mateka. Bwana asifiwe. Ili asiwezi kusafiri kwa sababu ya mambo ya ushupavu ya kumshika mateka. Ati hawezi kwenda kwa sababu boma ataiwatia nani? Bwana asifiwe. Lakini hili boma lake limelindwa sawa sawa, ameweka mikakati ya uongozi sawa sawa, na ni vizuri tutii. Mama wetu pale ambaye alinena na kupeana ushuhuda, kuna jambo la maana amesema sana. Amesema hata mafuta kama ni ya paka iheshimiwe. Bwana asifiwe. Nani amesikia hiyo? Na mimi pia nimewekwa wakfu na nimetiwa mafuta. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pia ningetaka pia tuendelee hiyo na ratibu, manake pasipo heshima hakuwezi kutendeka kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na ni vizuri tuanzie heshima kutoka kwa mtume ambaye ametuwezesha kupika katika hii madhabahu. Haya madhabahu hatukuwa, mimi sikuwa ikijengwa. Bwana asifiwe. Nilipata ametayarisha madhabahu na sisi tumeingia katika boma ambalo ameliweka joto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe kama wale watu ambaye wanashika gari, wanaenda wanaanza kutoboa na misumari, wakitoboa ili gari lisitembee. Bwana asifiwe. Kwa sababu vile hawa mama wanashinda maombi hapa, kuna jambo huwa sema sana. Sijui kama inaingia kwa akili alafu inashuka kwa roho ndio mtu aitafakari. Hata huyu mama mwenzangu hapa amesema eti mafuta iheshimiwe. Amerudia hayo na imerudiwa sana. Na akasema tuheshimu nyumba ya Bwana. Kuna kitu pia nimependa mchungaji Alice ambaye amesema haya madhabahu iwe ni madhabahu ya maombezi. Bwana asifiwe. Si ya kufanya ushavu, si ya kuleta masengenyo, si ya kuja hapa kuomba maombi ambayo ni ya kishetani. Bwana asifiwe. Manake haya madhabahu tukiingia hapa tunasema Bwana asifiwe. Bwana ni nani? Bwana ni nani? Kwa hivyo ni vizuri tufuatilie yale ambayo imewekwa hapa muktaba ili tuweze kuwa ambao watu wanaweza barikiwa. Huwa nashangaa sana saa zingine nikisikia tunaombea hizi viti tujaze watu. Mnataka watu mpeleke wapi? Bwana asifiwe. Mnataka watu mpeleke wapi? Wale watu ambao wameingia hiyo mlango, wewe uko na jukumu gani kama mwana wa hii nyumba? Bwana asifiwe. Ni kumlea, ni kumtunza, ni kumwombea. Bwana asifiwe. Si kumfukuza na maombi. Maneno ya ajabu imefanyika hapa wiki iliyopita. Kulikuwa na maombi kabambe sana ambao si maombi nafaa. Tuongee ukweli. Huwezi kuwa mwenzako dadangu ni mgonjwa, wewe unaomba afi. Sasa uko pande gani? Bwana asifiwe. Sound one tafadhali tupatie Mika 7:8. Mika 7:8. The word of the Lord is powerful. And it is the one that is light. And there is nothing else we can do except follow the light. And the light is in the word. Praise the Lord. So anything out of word, please, even me, I do not want to hear it. Praise the Lord. Amen. The Bible says in Micah 7, na pia utatupatia pia Kiswahili, do not rejoice over me, my enemy, when I fall. I will rise when I sit in darkness. The Lord will be my light to me. Amen. Bwana asifiwe. Eti maadui. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo, nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuwe watu wa kunena neno, lakini pia tufuatilie lile neno. Tusiwe ni kama the Bible says there are people who just obey, but they don't do. Praise the Lord. Faith without action is dead. The only way you know you love is when you love your brother. There is no love when you're praying for your brother or your sister to die. Praise the Lord. Kuna upendo hapo? Wangapi wanajua hiyo upendo? Hiyo ni upendo? Hiyo si upendo na tunataka kuihukumu. Kwa sababu hiyo sasa ni hukumu tayari. Bwana asifiwe. Wewe ambao umezoea wachungaji, tuna wachungaji wengi sana nilipata kwa hii madhabahu, si mtume peke yake. Sasa zile nianza kazi hapa, nilipata wachungaji kama kina Alice, nilipata wachungaji kama Pastor Koki, nikapata wachungaji Pastor Caro,
wengine kama Don ambao wako live kidogo. Na mimi na fikiri hakuna siku hata moja nilipigana nao. Bwana asifiwe. Kama kuna ushuhuda kama huo, kama kunao ni wa uongo. Kwa sababu ya nini? Mimi ni kama Daudi, na heshimu mafuta. Saul akawa mtu wa kunyanyasa Daudi, kila saa anataka kumuua. Bwana asifiwe. Akawa mtu wa kumuinda. Lakini ilifanyika nini? Siku moja Mungu alitaka kumuonyesha vile mafuta yanafaa kuheshimiwa. Akapata amelala pale, akakata nguo zake na akaenda leo kawa ushuhuda. Akasema kama hili ningeweza kukuua wewe, ulikuwa umelala, si ni yako? Si alimuonyesha? Alifanya nini? Alishindwa. Mwanzo ni upendo, ile ni kuheshimu yao mafuta. Hata kama wewe umepatiwa opportunity gani kuhudumu, tafadhali heshimu wengine na tuheshimu pia mafuta ambayo imekuita kwa hii madhabahu. Tuache kutumia madhabahu vibaya, kama mtume yupo ama hayupo. Bwana asifiwe. Tutaendelea na kukashfu maneno yote ambayo si haki katika neno la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama tunataka kuabudu, wacha tuabudu kwa ukweli. Roho wale wanaoabudu Bwana wanaabudu kwa nini? Kwa roho na ukweli. Sasa kama uko kwa roho, basi pia ukweli uwepo. Bwana asifiwe. Wangapi walikuwa hapa kesha? Tulibarikiwa sana, si ndio? Si tuliwasha candle, msumaa. Haya, sasa muone unataka kuzimia mwenzako. Mchungaji amekuja hapa, ametangaza mishumaa, wakahakisha. Ilikuwa ni sherehe tu ya kuona mastima na kuona ni kama ama ilikuwa kitu gani hii? Maana mimi nichukua mshumaa wangu kama kweli nimewashiwa, na hii mwaka ni kukimbia na ile nuru. Bwana asifiwe. Imekuaje sasa wewe unakuja kuzimia wengine? Hata mchungaji alisema mtu asizime yake, aweke mpaka ikaisha. Si ni kweli? Si tuliweka mpaka tukaweka kwa sakafu. Ikafanya nini? Mpaka ikaisha. Sasa tuache kuzima taa za wengine. Hiyo ni uchawi. Bwana asifiwe. Wewe na mganga ambaye yako na madhabahu zingine hamna tofauti. Maana yake unatekeleza nini? Ukitekeleza chuki unatekeleza nini? Huko pande ya shetani. Usipo leta upendo, wewe unatekeleza nini? Uko pande gani wewe? We shall know them by their fruits. Praise the Lord. And we are told even the word, let us weigh the words that we talk. Let us weigh the spirits that are talking, because the Bible has given us the right, even the spirit. We judge also the prophecies. Praise the Lord. Kwa hivyo wacha madhabahu isitumike vibaya, na wacha tusizimianie taa. Manake hapa kazi ni mingi. Bwana asifiwe. Mimi ningetaka labda mtu asikia mchungaji ajana hapa nikihubiri, lakini kazi ile nimepewa hapa ni mingi sana, ambayo hata kushika hii microphone hakuna wakati. Bwana asifiwe. Niliwaambia mimi ni consultant wa travel. I'm not an idler. Praise the Lord. Nafanya kazi na ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Okay? Hata safari kama hizo mchungaji anaenda, mimi natengeneza hiyo maneno. Na inanyoroka mpaka naanza kwenda nje. Walio na masikio wasikie. Kwa hivyo kazi si tu hii microphone. Kazi ni mingi sana ndani ya Bwana. Madam kama ndiye anatokoteanga sadaka. Huyu dada pia ni shujaa. Alisimama, kulikuwa na vita kubwa sana pale finance. Na alisimama, na ilikuwa ni vita ya wanaume ambao wanataka kula sadaka, wanataka kufanya ratiba ambazo haziwezekani. Bwana asifiwe. Lakini wakiondoka, Magia ameingia, amewafukuza. Hawakufukuzwa, walijifukuzwa wenyewe kwa sababu kazi zao zifanyike. Kweli ama si kweli? Ni kweli. Tuambiane ukweli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale unatimuka kwa sababu zako. Nami wakati wangu ukifika, si eti kwa sababu nitakuwa nimefukuzwa, ni kwa sababu pia kama ilikuwa ifike hapo, basi nimeelekezwa kazi nyingine. Sili ni shamba la Bwana. Tuko na Pastor Karanja. Bwana asifiwe. Pastor Karanja ako Molo, na saa hizi anahudumu Molo, hayuko na sisi hapa. Alimefukuzwa, si ameenda kazi ya Bwana. Wengine watatunwa ng'ambo, hii ni mwaka mpya, wataenda kuhudumu huko. Saa hizi mchungaji yako wapi? Huko. Si ataanzia makanisa. Sasa hiyo ni mwelekeo mzuri, kwa sababu tutaanza makanisa huko. Kwa hivyo tupatie mchungaji anizi time ili aweze kutuhudumia, awache kuja hapa kila sana shughulikia sarakasi na vituko. Bwana asifiwe. Wajua mimi watu wanichukia kwa sababu moja tu. Mimi nanyorosha hivi, na mimi huwa ninasema ukweli. Bwana asifiwe.
Na usijaribu kunigeuza, maana yake mafuta ile nimewekea huwezi kuichafua. Bwana asifiwe. Yangu nailinda kababe na nailinda nikifuata ukweli na haki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuendelea kunichukia, endelea kunichukia. Chuki yako, Mungu wako mtaelezana. Mimi niko hapa nimesimama gangari kwa sababu niko na kazi ambayo nafanya, na hiyo kazi tutaitekeleza. And therefore, to our apostle, when you are out there, we want to thank you very much for this opportunity you have given us on this altar to take care of your people even when you are not with us. Thank you for entrusting us with this altar. It is a powerful altar, and I know it has not been easy for you to leave us, but we want to tell you everything is well, and by the Spirit of God, we are able to accomplish what the Lord has given you as a commission to this family. Thank you very much as you join us today as an online viewer. Let us clap for our apostle in absentia. Praise the Lord. Thank you very much. Welcome also to our service. Welcome your neighbors wherever you are. I know you're in Germany. I don't know whether you have left for the next. But we thank you very much for joining us. As the online viewers are also joining us, thank you very much for supporting us, for partnering with us, for continuous support concerning this ministry. We thank you very much. Kindly keep praying for us, because in prayer we shall overcome every mountain. Praise the Lord. And so we bless you as we are getting blessed here. Continue to support us, and God bless you as you continue watching us online. Everything is well. Our apostle, for those he's going to visit and is ministering to, please open your hearts to receive from the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So without much ado, that was just a briefing, because saa zingine tunaweza nyamaza sana mpaka tunaonekana ni kama hakuna wenyeji wapo na tuko. Bwana asifiwe. So tunaendelea bado na ratiba yetu ya wiki. Kesho ni siku ya mapumziko, lakini dhehebu limefunguliwa ili watu waendelee na kujiombea na kuombea ili dhehebu na pia leadership ya hii kanisa. Bwana asifiwe. Nimesema tuendelee kuwasha taa. Bwana asifiwe. Amen. Tutaendelea na ibada zetu kuanzia Jumanne, Tuesday, ambazo ni asubuhi, morning glory, lunch hour ambayo ni ibada ya mchana, na jioni ambayo ni ibada ya jioni. Hivyo hivyo tunaendelea, tunafika Wednesday ambayo ni siku ya Jumatano, na bado tunakuwa na ibada zetu za asubuhi, za mchana, na pia tuna ile evening service. Sababu mchungaji ataelekeza, kwa sababu hiyo ndio siku kufanya ukombozi, na kama leo vile ameelekeza pia maneno ya ibada, pia ataelekeza zaidi. Kama atakuwa amewasili, basi atakuwa anajumuika nasi. Bwana asifiwe. Hatuwezi kusema hii ndio siku anarudi, kwa sababu kazi ni mingi, na yule amemtuma amemwekea masaa na wakati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee na ibada zetu tu kama ratiba yetu vile iko. Pia Alhamisi pia tuna asubuhi, tuna mchana, na pia tuna jioni. Karibuni sana. Tunajua hiyo siku pia huwa tunakuwa na dhingira show, na wamama zetu, baba zetu ambao huhudumia na hudhuria hiyo nafasi ya dhingira show ama dhingira wa Dora, tafadhali mtagojea pia ujumbe upeanwe katikati ya wiki kama bado dhingira itakuwa hiyo wakati wa Thursday, kwa sababu mchungaji ama mtume ndiye huwa anaendelesha katika hiyo kitengo ya dhingira wa Dora. Bwana asifiwe. Ijumaa ambayo ni Friday pia tunaendelea na maombi ya asubuhi, mchana, na pia jioni mkesha. Na nafikiri hii itakuwa mkesha wetu. Samahani sana, lakini niliweza kutangaza kwa mitandao eti hatutakuwa na kesha siku ya Friday. Sikulinyesha sana. Kulinyesha lakini mvua haikutuzuia. Lakini mipangilio ile ambayo ilipeanwa hapa ili tuweze kuendelea na ibada ya mkesha Friday ambayo ijayo, na nina matumaini mchungaji atakuwa hapa katika nyumba ya Bwana ili tufanye mkesha wa kwanza, ni wa pili, kwa sababu mkesha wa kwanza tushaanza. Si tulikuwa hapa 31st na tarehe 1. Kwa hivyo itakuwa ni mkesha wa 3. Wa pili kwa mwaka. Wale najua nasema wa 3 kwa sababu najua. Pigieni waombezi wetu makofi. Hapa tuna waombezi ambao wameongozwa na Roho. Bwana asifiwe. Tuwapigie makofi tena.
na najua maombi yao imeshikilia hili dhebehu sana, na ninasema maneno, kulikuwa na mkesha ambao ulikuwa wa dharura ambao ulifanyika siku ya Ijumaa, na waliweza kusimama kwa haya madhabahu, wakatuombea, wakajistiri, wakashikilia, na ile baridi ilikuwa na mvua, na wakaweza kutushikilia, ndio maana tumeweza kusimama. Bwana asifiwe, na muendelee hivyo hivyo, na Mungu awabariki, na kazi yenu Mungu ataenda kuinairisha. Pia mnatuombea ukombozi na pia kuponywa, pia nyumba zenu, watoto wenu na mambo yenu pia endelee na kunawiri na endelee kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana. Katika Jumamosi pia kuna ile mikutano huwa inafanyika, hiyo pia tunataka ratiba pia ifanyike katikati ya wiki ili tujue mwelekeo wa hiyo Jumamosi. Vile vile Sunday ambayo ni siku ya leo tutakuwa hapa, na vile vile tufuatane hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee na kuombea mchungaji wetu anaposafiri, anapohudumu, si kazi rahisi. Bwana asifiwe, ili wale watu wapate ukombozi, waweze kubarikiwa na waweze kunawiri katika maisha, ili hii jamii isambae kila mahali, na hii ujumbe wa ukombozi usambae dunia kote katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mikutano yetu itakuwa leo, tukishamaliza ibada yetu tuna mhudumu mchungaji amerepresentiwa kabisa, kwa sababu kuna ule ambaye ataweza kutupatia mahubiri yetu ya leo. Na kwa hivyo tukishamaliza hivyo saa 7 hapo kamili, tafadhali tufanye tu mkutano kama risali moja tu, wa dada, mkutano ya wanaume na mkutano ya vijana, tuweze kujumuishwa mwaka mpya, na hizi tuweze kupata mwelekeo wa mwaka mpya kwa viongozi wetu ambayo tumejiteulia katika hizo vitengo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tufanye kama risali moja, tusizidi sana. Risali moja ndio watu wapate pia nafasi wapumzike. Ibada ya jioni itakuwa hapa na tutaendelea na ibada ya jioni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na watende mema, na tuzidi kuomba kwa ukweli na haki. Bwana asifiwe. Hiyo sitawacha nyuma, kwa ukweli na nini na haki. Wacha nikufanye dada, nikufanye ndugu ukiwa umemaanisha kwa roho yako, na najua hii mwaka tukimaanisha tunaenda mbali. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Now we'll have a next worship. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, worship his holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tumesikia. Haya. Acha tusifu Mungu. Yes. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tu stretch kidogo. Tuna mwili kidogo. In Jesus name. Hallelujah. Mia mtu mmoja. Salimia tu mtu mmoja hapo kando. Salimia ambaye hujasalimia leo. Julia mtu hali. In Jesus mighty name.
Hallelujah. Hallelujah. Geithia mũndũ ũmwe nĩ ũmwendete we moko na igũrũ goce Jesu. Geithia mũndũ ũmwe nĩ ũmwendete we moko na igũrũ goce Jesu. Atĩ geithia ũcio ũngĩ ũmwe nĩ ũmwendete oye moko na igũrũ goce Jesu. Amen. Amen. Sawa sawa. Hallelujah. Piga tu makofi pole. Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. 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 Ndiyo Bwana, nakurudishia utukufu wote Bwana. Ndiyo Bwana, nakurudishia utukufu wote Bwana. Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Ndiyo Bwana, sema ndiyo, tunakurudishia wote Bwana. Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Sema ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Tunakurudishia utukufu wote Bwana. Baba, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Yesu, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Baba, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Yesu, tunakurudishia shukrani zote Bwana. Baba, tunakurudishia sifa zote Bwana. Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wote 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 Bwana. Baba, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Tunakurudishia utukufu wote Bwana. Yesu, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Baba, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Baba, tunakurudishia utukufu wote Bwana. Wewe Baba yangu, wewe uzima wangu, wewe ngao yangu, wewe ulinzi wangu, uzima wangu, ngao wewe na yangu. Baba, nikikupata ninapata raha, Yesu, nikikupata ninapata mali, Baba, nikikupata ninapata pesa, Baba, nikikupata nimepata raha.
Yesu, haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, kwa Yesu, haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe Yesu, haleluya. Haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Sema shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, 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 shangwe kwa Baba, haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, Yesu ni wa Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Bwana Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Uzima wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Wa milele. Baba ni wa milele. Nasema mikono juu, mikono juu, zungusha kwa kichwa, kamata mabega, twende kwa kiuno, zunguka kidogo. Nasema mikono juu, weka mikono juu, eti twende kwa kichwa, shikilia mabega, kamata kiuno, zunguka kidogo. Nasema mikono juu, weka, nasema mikono juu, shikilia magoti, kamata kiuno na mabega. Tena mikono juu, weka mikono juu bwana. Twende kwa mabega, kamata kiuno na magoti, zunguka kidogo. Wapi shangwe kwa Yesu? Teremuka, 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 teremuka. Hey! Cheza, 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 ay, cheza, cheza. Panda, panda, hey, panda. Kono juu, panda, panda. Wapi shangwe kwa Yesu? Tena, kone. Teremuka, 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 teremuka. Cheza kidogo tu. Leo tunafukuza ushe kabisa.
Uzee unaenda. Cheza. Twende juu. Banda. Kile. Kitu gani kinitenge na upendo wa Mungu? Hakuna. Kitu gani kinitenge na upendo wa Mungu? Hakuna. Kitu gani kinitoe karibu na Mungu? Hakuna. Kitu gani kinitenge karibu na Mungu? Hakuna. Kitu gani kinitoe karibu na Mungu? Hakuna. Nimekataa. Sema hakuna. Nimekataa. Sema hakuna. Sema mara ya mwisho sema tumwinue Yesu, sema when Jesus came down, when he landed in Israel and there were troubles, he came down to Africa. So we must praise him. We praise him in African way. Wapi shangwe nzuri kwa Wajaluo wego hapa mahali hapa. Shangwe nzuri kwa Yesu. Hallelujah. Cheza. Masaika Yesu kajira kajenda. Hallelujah, kajira kajenda. Hallelujah, kajira kajenda. Hallelujah, kajira kajenda. Masaika Yesu igira wagenda. Hallelujah, kajira kajenda. Hallelujah, kajira kajenda. Hallelujah.
mulaiko, Yesu mulaiko, Bonyanga, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, Yesu mulaiko, ya Bonyanga, Yesu mulaiko, tuna makofi. Tuna. Lisala liranga mirembe, Lisala liranga mirembe, Lisala liranga mirembe, Lisala liranga, oh Lisala liranga mirembe, Lisala liranga, oh Lisala maombi yanaleta amani, maombi yanaleta amani, oh maombi yanaleta amani, maombi yanaleta amani, mwikulume banga haleluya, mwikulume banga haleluya, mwikulume banga haleluya, oh haleluya, 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 oh tayanje Yesu tayanje, Yesu mwana wa nyuma tayanje, oh tayanje Yesu tayanje, Yesu mwana wa Nyasaye, murina wanje Yesu murina wanje, murina wanje Yesu murina wanje, murina wanje Yesu murina wanje, Yesu mwana wa Nyasaye murina wanje. When Jesus came down, when he landed, nimeambiwa muda umeisha. Bwana asifiwe. Amen. Lazima pia tukue na oda kidogo katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe, tuketi chini. Let's pray for our children so that they can go to Sunday school. Watoto si ndio? Kama nataka kubambika hapa. Unataka kubambika hapa? Mnaenda kubambika huko. Father, we thank you for these children. We thank you for their lives. We thank you for their parents. We thank you for this altar. We thank you that this altar will speak for them better things in their lives than that of Abel. We thank you that you're going to continue to cover them. Thank you for the good work. As Sally goes to take care of our children, may you bless her. May you guide her. In the name of Jesus, we bless you. In Jesus' name. Amen. Tigeni watoto wetu makofi. Wametutumbuiza. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Si tumesema nyumba ya Bwana tunawana. And today we are privileged kukuwa na mwana ambaye si mgeni sana kwa hili dhebehu, ambaye atachukua hiyo muda wa lisali moja ili aweze kutuhudumia. Samahani sana mchungaji, tuone kama tuko out of order, tumeendelea na uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anaweza ongeza kidogo tu, si ni kweli? Si saa 7:30. Mtatulia afanye ibada. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningetaka kwa heshima
nakaribisha mchungaji rafiki yangu David. Praise the Lord. Amen. Thank you very much. You're a blessing. Take over. I know you are represented. The apostle is in the house. Praise the Lord. Amen. Pige Yesu kilo. Haleluya. Salamia tu mwenzako, mwambie uko mpya. Umkaribishe mwaka mpya. Amen. Nataka kuchukua ruhusa hii kushukuru Mungu sana kunipatia hiyo kibali na kunipatia nafasi kusimama kwa hii madhabahu. Si kawaida, imemgharimu Mungu. Amen. Anashukuru Mungu kwa sababu ya dadi wetu. Bwana akubariki kwa sababu ibada hii imefanikiwa juu yako. So mpigie Yesu makofi ya kilo. Amen. Nashukuru sana Pastor Margaret kunipatia hiyo ruhusa pia. Nasikia kunyenyekea, nasema Mungu akubariki sana. Amen. Najua Bwana atatusaidia sana. Haleluya. Kuna wakati mwingine anawaza, anafikiria, huyu Mungu wetu ni mtamu. Bwana asifiwe. Kwa kipindi kidogo, baada ya dakika kama 15 ama 30 minutes, Bwana atakuwa amesema kenye nataka. Haleluya. Kuna wimbo inaimba ndani ya moyo wangu. Oya ibenyare akwa motoreire. Haya, najua hiyo wimbo. I don't know why song inaimba kwa uzi ya moyo wangu. Twende. Oya ibenyare akwa. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakutukuza. Imekugharimu Bwana neema yako Bwana kusimama mbele ya watu wako. Naomba Baba ukaweze kunisaidia na kunitumia kama chombo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba rehema zako Kristo, ninaomba neema yako Mfalme. Badilisha kinywa changu Bwana, Bwana ukaweke maneno yako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Natamani kuona wamama kama wameinua mikono juu, wazee kama wameinua mikono juu, vijana kama wameinua mikono juu. Pigia Yesu makofi ya kilo katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Father, we thank you. Wacha nilete neno la Bwana asifiwe. Yesu ni mzuri. Mwenzako this is ndugu, nisaidia microphone mzuri. Mungu anibariki na sauti nitahubiri. Amen. It is mine to break my silence. Si upigie Yesu makofi mazuri. Hebu angalia mwenzako mwambie hii. Hallelujah. Amen. Inasema hivi. Nipe tu kwa sababu. Amen. Kidogo jumi na. Hallelujah. Unajua sasa shida ya hii wainjilisti ama hii map au ubiri, si tumezoea nini? Kelele kwa ajili ya Mungu. Ona dada, kuna kitu alisema na hiyo mimi nikakamata. Akasema mwaka huu God atakupatia na atakukutanisha tu na mtu kimungu Mungu tu. Amen. Wewe ambao unaona huyu mtu kumbe mwaka na uwezo kusaidia, lakini kwa sababu ya tumadharau kidogo kidogo, wewe unaona huyu mtu hawezi nisaidia. Namranyita wega. Nikakamata hiyo. Bwana asifiwe. Akasema point number 2, hiyo ni yangu, si yako.
akasema ya kwamba imefika ufunge mdomo lakini useme sana kwa masikio. Na wakati ambapo alikuwa anayasema hayo maneno, David nikaikamata hiyo. Nikajua mwaka sijui vile mambo yalienda. Maana wakati mmoja nakumbuka awadadi akiwa hapa, nikakuja nikamfunga kiatu. Watu waliona nikana kwamba tu, yani unajua kuna mtu anafikiria huyu naye anajipendekeza. Si ni ukweli? Lakini akanieleza ya kwamba najua unatafuta upako. And very simple. Kwamba haya pokea hiyo upako. The time nilienda nyumbani, the favor of God iliambatana na mimi kiwango kikubwa sana. Niliporudi nikampatia ya baba, hii mafuta yako na nika maana nataka kunywa mwako. And the end of the day ninajua kwamba nilipotoka nyumbani nikaenda crusade. Baba lini hapa ilibidi nilimwambia tafadhali mimi amnipati. And today I thank God kujua ya kwamba Mungu ameniandalia mahali ambapo ninakuja ninasema nini? Nafasi ya kuhubiri kesha ya kuruka mwaka. Siku ya leo ni siku ya kwanza, wiki ya kwanza, pili ya kwanza ya kuruka mwaka. Kwa hivyo leo hii ninashukuru Mungu sana. Papa, maikitagizia mzuri. Na ya kadha wiki. Amen. Sipi Yesu makofi ya kilo. Neno la Mungu linasema hivi, Isaiah, wakati ambapo mtumishi wa Bwana asubuhi alipokuwa akiongea, nikashangaa why comes that God anatuongelelea sana kuhusu Isaiah. Naomba tu leo nitakompaini vitu yote na naamini Mungu atakusaidia. Nimesema hata kama kuna mambo yote utashika, shika tu moja. This year ni mwaka wangu wa kubreak silent. Amen. Isaiah 1. Isaiah 62 verse 1. Hallelujah. Napenda huyu Mungu. Bwana asifiwe. Weka kwa Kiswahili. Oh good, iko mupi hapa. Huyu ni nabii alikuwa anatabiria. And verse 61 by the way, Biblia inasema ya kwamba nabii akasimama na akatangaza. Wakati huo ndio alikuwa anazaliwa. Akasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiria maskini habari njema. Wacha tuache hiyo. In verse 62 62 verse 1 inasema ya kwamba Sayuni sitanyamaza. Nekewe. Haleluya. Haki nakwambia kama inataka kuombewa kidogo. Unanielewa? Inasema ya kwamba kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Pia inuka na anaambia wana wa Israeli, inywe mwikripe tunaogira lakini wasaidie kuelewa ya kwamba kama mimi ni nabii ambaye Bwana ameniteua na ni kwa sababu na wenako bigo kila yani zawada anasema hivi, kwa sababu ya kila hapa leo nimetoa na aza wewe aza. Hebu angalia mwenzako.
wako na stress. Watoto thank God. Niache tu ni hudumu hivi. Si Mungu amenipea sauti. Amen. Sikia hii. Ninajua hii mwezi ama hii wiki ambayo tunaenda, watoto wanaenda shule. Kuna watu wako na stress mpaka wengine hawajakuja ibada ili waende wauze tu. Ni kwa sababu wanaangalia Monday ama Tuesday watoto wanafungua shule. Nadire na kanyamo. Leo nado makaja kugaterere. Nethirika. Athena. Amen. Tatizo Biblia inasema kwa Zayuni. Ondoa hiyo Zayuni, weka tatizo lako. Ili Bible inasema ya kwamba sitanyamaza, Yerusalemu sitatulia. Inaendelea inasema ya kwamba napotokea kama mwangaza na wokovu kama taa iwakayo. Haleluya. Kwa sababu ya Yerusalemu sitanyamaza. Haleluya. Wakati niliingia kwa naomba na nikasikia hiyo maombi, jamani, iko mpi. Biblia inasema ya kwamba sababu ya Yerusalemu sitanyamaza, kwa sababu ya kile kitu kinakusumbua mwaka last year. Ni ukweli labda ilikuwa ni matatizo na shida, lakini until today hata sasa kuna watu bado wako 2023. Matirona maudo tamaradhi better. Amen. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba nabii akasimama na akaambia wana wa Israeli, sikieni haya maneno ambayo Baba anawaambia. Kwa sababu ya hizo matatizo mko nazo, mimi Mungu sitanyamaza. Nilipokuwa nikiangalia Yerusalemu nilikuwa ninaona ya kwamba ni sisi ambaye Mungu anaongea nasi. Na anaposema ya kwamba kwa sababu ya Yerusalemu sitanyamaza, kwa sababu ya Zayuni sitatulia. Yani Mungu hawezi that we have sisi wenyewe ni sisi tunapenda kudau. Time hapo akasema itaji imani. Na kwa sababu hiyo Biblia imesema hivi, nimekuambia kwa dakika chache nitakuwa namaliza. Maana leo nataka niende wazee kisirani ya kutafutana na huyu Mungu. Unanielewa? Hii mwaka jamani, Mungu anaenda na watu watakao kuwa kisirani kama yeye mwenyewe. Amen. Ni nani daktari hapa? Sawa, watu wataka mwezi daktari, umeenda hospitali. Ukifika hapo kuna mtu ambaye kamweralia nawe, bila ongea na wewe, anachukua kitu kingine anakaeka hapa. Ka temperature, kitako temperature. My goodness. Hallelujah. Anaangalia tu wakati nyinyi mnapiga story, naye yako kazi yake. Amen. Temperature yako ya maombi iko namna gani? Angalia mwenzako. Temperature. Hallelujah. The time utakuja kurealize haya mambo nabii alikuwa na Israeli akisema kwa Mungu mwenyewe, wewe ni nani unatulia? Haleluya. Kwa maombi iko namna gani? Let me tell you, haya mambo yote tumeambiwa hapa na Apostle. Tunaelezewa ya kwamba jamani, tujiunganishe na haya madhabahu. Asante kwa Mungu. Lakini let me tell you, kama utachukua hatua ya maombi, utire godo turathi tuliriraga tuothina. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. And the Bible say in verse 6, hebu teremka pale chini. Vile nasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Wenye kumkumbusha Bwana msiwe kimya. Manabii wako wapi? Haleluya. Wale ambao wanaangalia CFC, hatuendi vile kunaenda, hao watu wako wapi? Ambao hao ndio watchman. Haleluya.
Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba nimewaweka walinzi. Kwa nini huyu nabii anaambia wana wa Israeli ameweka walinzi? That our dad alikuwa mali hapa akasema I saw angels. Mokaga makwete tools. Amen. Tizo. Kuna yule tu nabii yani malaika tu ametumwa pale purposely, nimekuja kukutolea mzigo. Amen. Haleluya. Lakini kwa sababu wewe haujafunguka macho, haleluya, haujafunguka macho kusema Ngai nie ndoka gwaku na tondu nujirite maundu maya ndigotiga gukuririkania. Amen. Biblia inasema ya kwamba nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, ambao hawatanyamaza. Zikia, hawatanyamaza mchana wala usiku. Na nyinyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe kimya. Ndoririkanie Ngai. Kiria apostle akwirire hai ndomuririkanie. Mwere Ngai, mwambie Mungu, oh, haleluya. Si jamani, leo tuna neema ya Mungu. Nitaongea kuitodo nini? Pigie Yesu makofi ya kilo. Bible inasema ya kwamba na wewe mwenye kumkumbusha Bwana usiwe kimya. Kwa hivyo failures zenye sisi tunapitia ni kwa sababu ya wale intercessor wako kanisa wamenyamaza tu, na wakati ambapo unanyamaza mambo inaharibika. Hallelujah. I remember tukiwa tunaombea our nation, taifa letu la Kenya. Wakati huo watu walikuwa wanalilia Mungu, lakini after that sasa kunaendaje? Failures number 1 ni sisi jamani ambao tunaitwa wa Pentecostal. Amen. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba na wewe mwenye unayemkumbusha Bwana usinyamaze. Angalia vile ambavyo umefail. And let me tell you, the devil understand. Shetani anajua vizuri sana. Akiondoa tu hiyo morali ya maombi amekunasa. Kama Yesu mwenyewe alikuwa ni mwana wa Mungu, na Biblia inasema kabla aende commission, the Bible says that kwanza alipelekwa mlimani kutafutana na huyo baba. Alipotoka mahali pale akawa amejawa nguvu. Ya baba una sacrifice kuomba. Huyo Mungu jamani anakusaidia. Manyitawega. Okay. Tumeona huyu Mungu wewe yeye hatujingi. Kwa hivyo wakati unalala Mungu halali na kukorora na korora. Nasifiwe. Just imagine kweli kumbe huyu Mungu tumempatia punishment kubwa hivi. Maana the purpose of God ni sisi, yale maandiko yanasema ya kwamba sisi ni wabarikiwa. Mungu anataka kuona sisi ni wabarikiwa. Amen. Hallelujah. Hey, nimuranyita wega ni ndiye maodoma sijui ni wabia aje maneno muyasikie. Kwa sababu ya Zayuni sitanyamaza. Aha. Na wewe wenye kumkumbusha Bwana wewe usikiwe kimya. Hallelujah. But let me tell you today, ni kwa nini jamani tuna fail? Tuna fail kwa sababu sisi wenyewe jamani hatujasimama kama vile neno la Mungu linasema. And verse 7 inasema aje? Sikia tu hiyo maneno. Hata hakuna haja nifafanue. Amen. Verse 7 inasema hivi: wala msimuache akae kimya mpaka atakapo kamilisha Yerusalemu. Sikia hiyo, wala usimuache akae kimya. Hebu angalia mwenzako vizuri. Mwere aterere. Ulikanietie Ngai maita maigana. Aha, na Kiswahili. Aha, ni vizuri kukompaini mambo yote. Bwana sifiwe. Wewe umemwacha, sikia hiyo. Wala usimuache akae kimya. Sasa wewe bado kungali na matatizo na shida. Lakini Mungu mwenyewe yeye amesha anangoja tu jamani. Sikia hiyo. Atakapo kamilisha Yerusalemu na kufanya usifike kote duniani. Wewe ongeza hiyo. Kumbe inakatakata hapo. Enda mbele kidogo. Inasema kwamba wala usimwache akae kimya.
Alafu anasema ya kwamba Bwana ameapa kwa mkono wake wa kulia. Ni wa kulia, na kwa mkono wa nguvu zake hakika sitawapa adui zako nafasi. Hebu angalia kwa maadui zako vile jamani wanakuchekeleanga. Wewe unatoka hapa hivi CFC. Lakini bado adui yako anaona vile baba yako amefanikiwa, lakini wewe bado ungali na matatizo. Amen. I thank God our dad alikuwa anatuambia kwamba vile yeye ang'ang'ani kama vile ambavyo baba yake wa kiroho aling'ang'ana. Na kwa sababu tumezaliwa ndani mwake, tumejiconnect kwa hii madhabahu. Hata sisi jamani hatuwezi fanya nini? Ng'ang'ana. Ni kureceive tu na kupossess vitu. Amen. Hallelujah. Wewe mwenye kumkumbusha Bwana, angalia mwenzako. Ukileta maitamaigana. Hata leo ninajua ya kwamba kuna watu ambao hata wakiingia nyumbani tu, wakiingia tu hapo kwa kitanda, hata kuomba ni matatizo. Semanga tu, Father in the name of Jesus. Utasikia asubuhi. Sema amen. Haya kadirao yaga. The devil ameelewa na amerealize ya kwamba the weapon ambayo anatumia ili watoto wa Mungu ama watoto wa nuru wasione hizi baraka za Mungu, kile ambacho anatoa ni ile hamu. Inaitwa appetite. Ni appetite ya maombi. Nilipeleka watu wakakani. Nilipofika huko nikashangaa. Hii Waislamu ni wazuri, mimi napenda kuwatumia kidogo. Ilipofika masaa yao ya kuomba, tiatumia, tiadhuri, si wa mama, si wazee, wakatoka nje na wakaenda wakaandika vitu vyao hapo chini. Mimi nikaona tu, aya, kumbe ni Arabu kara hiyo. Anafanya hivi, si ni kweli? Hiyo mara hiyo. Hata kama huyo ni mgonjwa, alikuwa labda anapewa chakula, hiyo hawataki kujua, maana masaa yangu imefika ya kuomba. I must break my silence. Kwa sababu ninajua vile ninaomba mahali hapa, huyo Mungu atashughulikia mgonjwa. Lakini wapenda wale ambao wanajiita wa Kristo, kwanza hapo ndiye anajipea shughuli nyingi sana. The whole day you don't have time with your God. Serious ni hapo. Na Bible inasema ya kwamba na wewe kumkumbusha Bwana, usiwe kimya mpaka atimilize. Kile ureda winakio chenye unataka uko nacho, lakini hicho utakipata kwa njia gani? Wewe kumbusha mwenye ambaye aliyekuahidi atakupatia. Kama aliahidi atakupatia amani, kama una amani hiyo usitulie, mkumbushe. Ureda dhayo, nataka amani. Kama ni wokovu ambao umelilia kwa jamii yako, wewe usinyamaze until. Unanielewa vizuri? I remember one day, na hii kitu acha tuniseme kwa sababu Bwana amenipea hiyo neema. Amen. Wakati my parents walipass, I remember my auntie ama babangu akasimama akasema, praise God. Hallelujah. Daudi yako hapa, mimi nitamchukua nitampeleka shule. Unajua matanga vile imejaa. Watu wamejaa. Mimi nikaona nani kweli kwa my daddy band. Wewe. Nilipofika huko yale maneno yalikuwa yanaongelewa, si yale ambayo niliyaona. And that's why I thank God. Unanielewa? I'm a testimony. Na huwa ninasema kama Mungu alibariki Daudi, hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na mashaka na Mungu. Umeonanga hii mtu ambaye anasemanga 310. Mimi 310 ndio ilifanya nikose kusoma. Unanielewa? 310. Na nimekaa kwa matajiri, unanielewa? But I thank God. Mungu alisababisha niende kwa mikono ya watu ili jamani niwe testimony kwa sababu ya familia yetu. Pigia Yesu makofi ya kilo. Leo hii nimekuja ya kwamba wewe ambaye usikue kimya until Bwana afanye kitu. Na ni lazima Mungu afanyie wewe kitu ndio utafute Mungu.
Penina ama Ana ndiye apate muujiza wake. Ilibidi Penina ainuke. Lakini kama kuna mtu alikuwa na starehe mzuri sana, alikuwa ni Ana. Amen. Ana yeye alikuwa anapewa kila kitu na mzee yake. Na Biblia inasema ya kwamba, natumaini Samueli wa kwanza inasema ya kwamba huyu Ana alikuwa mzee yake alimpenda sana. Kama angeenda kuona Penina angempelekea kitu kidogo, lakini akienda kuangalia Ana anampelekea kama ni sukari kilo 2, anampelekea 5, lakini Penina anapewa 2. In other words, mzee alikuwa amependa mke wake sana. Kama ni outing alikuwa anapelekwa outing. Lakini there is something lazima Mungu angefanya. Lazima Mungu angefanya. Ambia mwenzako lazima Mungu akuguze mahali kidogo ndio mtafute wewe. Mahali imefika mambo ya kukaa comfortable. Toka hapo bwana. Haleluya. Mahali tumeenda, kuna mahali Mungu anataka tufike. Lakini before tufike lazima mtu ambaye anaitwa Penina kuchokoze kidogo. By the way, mimi nafurahianga sana mtu akiniongea. Anasema, "Oh, unajua sasa watu wana ka story ka kuniongea. Sasa si Mungu ni mzuri umefanya waniongee." Kumbe mimi ni mtu wa kipekee. Pigia mtu makofi ya kilo. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Penina alielewa na akajua ya kwamba huyu, by the way, God can use another. Yani Mungu anatumianga tu mtu mwenye ni karibu na wewe. Si hao watu wako na bwana moja. Onako yesterday. Kai. Ndiye mudhuri ni wako. Adile na stress. Haleluya. Lakini Biblia inasema ya kwamba Ana akiwa amekaa kwa stress zake, kuna kitu Mungu anataka kuzalisha kitakacholeta dunia mzima itambue kuna kitu kimezaliwa. Mimi ninasema tu bado nakatalia pale. Kwa sababu ya Yerusalemu sitanyamaza. Kwa hivyo Ana yeye akajua ya kwamba wacha kwanza hata niongee hiyo, sijui kwa nini nasikia kukaa hapo kidogo. Penina akazaa mtoto. Ana yeye akaona siuni mwaka, yani mke mwenza wangu. Na kama ni mke mwenza wangu si amezaa. Kwa hivyo mtoto wake ni mtoto wangu. Ambia mwenzako ajue uchungu wa mtoto ni nani? Haleluya. Siku moja, hiyo ni yangu, si Bible inasema. Siku moja Ana akakosa kibiriti. Sasa wacha uone vile Mungu anafanyanga. Ana akakosa kibiriti. Akaenda kwa Penina. Alipofika kwa Penina, Penina amefunga jikoni. Kwa sababu si unaruhusiwa unaweza ingia tu nyumba. Amefunga jikoni. Akiwa anakuja akaona katoto ka Penina kamekaa hapo. Na akajua ako na mshahara. Hiyo ni yangu, si ya Bible. Akasema si katoto kananiita hata mimi mama. Akachukua akakapea pesa akakambia, "Sasa sijui kama niko na mshahara hapa." Siwache nikubariki, shika hii. Namna hiyo. Unaelewa? Akamtuma, akamwambia tafadhali niletee kibiriti. Amen. Niletee kibiriti. Wakati mtoto alienda kwa mbio, akiwa nakimbia, akakutana na mama yake. Wavyeko, vile nyinyi mnaulizaga watoto wenu. Mami, nimetumwa. Na nani? Na mama mkubwa. Hiyo jina ni mzuri. Mama mkubwa amenituma kibiriti. Akamwambia, nani alikupea permission? Go back. Huyo mama akakuja, akashika vile mnashikaga. Juu ako na uchungu vile ambavyo Ana anapelekwango out. Anasikia uchungu vile Ana anashughulikiwango vizuri na mzee yake. Amen. The Bible says this. Na hiyo ushike hiyo. Akiwa amekuja hapo akaambia huyo mama, wewe kazi yako ni kukula tu, si uzae yako. Unatumatuma mtoto yangu nini? Nani alikufanya usizae? Wewe peleka upuzi huko. Gai. Ana hiyo kitu ikamuuma. Haleluya. Kumbe afadhali upate dosi ya kukusumbua kichwa
Upate mtu amekuongea kikitu kikusukume. Amen. Upate mtu amekupiga nyundo, hata anasimama kushuhudia kitu ambacho kufanya, ili kikusukume kwa destiny yako. Pigia Yesu makofi ya kilo. Biblia inasema ya kwamba ana hiyo kitu ikamuuma. Akaenda kwa kioo akajiangalia. Akaangalia kioo akajiangalia, akaona mimi ni figure 8. Mimi ni mbrown. Acha niseme mweusi juu mimi ni brown. Mimi ni black beauty. Haleluya. Na yani huyu mama ameniona namna gani? Baka kanidhihaki hivi mbele ya mtoto wake. Hakuna kitu kibaya kwanza kukemewa mbele ya mtoto wako. Kwanza alitumia jina baya. Wewe kazi yako ni kukura tu. Na kama ni kule kwetu Western unajaza tu toilet peke yake. Hiyo kitu ikamuuma, akasema now it is my time to wake up. Zile starehe zote alikuwa amekaa, zile starehe zote alikuwa nakula, kuangalia friji iko na chakula, hakuna kitu, hakuna. Akiangalia kando kuna benzi iko hapo, huwa inampeleka out. Akaamuka akasema, hivi vitu vyote ninaiacha, wacha nikimbie kwa madhabahu. Haleluya. Alipofika kwa madhabahu, hapo ndipo Mungu alikutana na yeye. Biblia inasema ya kwamba na wakati alipokuwa kwa madhabahu, the Bible says that alimimina roho yake. Hakunyamaza, ali break silence. Shakata, unanielewa? Ali break silence. Akaona kumbe starehe hizi hazinibariki. There is something I must do it. Shaka, umenielewa? Akasimama, akaenda kwa madhabahu. Biblia inasema ya kwamba na huyu dada alikuwa vile anajua kupretend. Akipatana na mzee yake anajifanya hakuna kitu. Hello sweetheart. Unataka nikupikie nini? Tomato ube mayai tuwili vile unafanyanga. Akileta kwa meza, love, kaa hapa tukule. No, baby, tumbo inaniuma. I'm not comfortable. Kuna kitu ameficha. Baka mzee yake akamuuliza, mrembo yangu, ni nini ambayo leo ni labda nimekukwaza na sijui. Lakini anajua sitaki kusema kitu. Kumbe ni vizuri saa zingine kuficha siri yako na Mungu. Hapana tu jamani, wakati umekemewa ndio unasema naenda kufunga. Wewe ni mjinga. Kuna wachawi wa kiroho watakuchawi. Amen. Haleluya. Akaficha. Na kama alificha ile nadhiri alikuwa ameweka na Mungu, hao wawili inasema vizuri. Akiwa hapo alifanya majukumu yake mazuri sana kwa mzee yake, lakini mzee akaona hapa kuna shida. Na Bible inasema ya kwamba mzee yake akamuuliza, dode menya tena wewe, nisaidie kuelewa, ama labda ni mwenzako huyu anakusumbua. Akamwambia huyu ana shida, huyu ako mpya milele yote. Bwana asifiwe. Wakati mzee yake anatoka, anakimbia kwa madhabahu. Maana hapo kwa madhabahu kuna kitu lazima kizaliwe, na ni lazima nichukue hatua. Haleluya. Anaenda, ana time masaa. Saa 6 ndio mzangu anakuja lunch. Anachomoka. Lakini hapo hivyo kuna mtu ambaye alikuwa amekaa. I like that. Yeah? Alikuwa anaitwa Elkana. Elkana alikuwa anakaanga tu kwa madhabahu kando. Vile ya wadada anakaanga. Na anaona hii kama kila siku kanakibiaga hapa na kanaenda. Lakini kakiwa kwa madhabahu hapa kanaliaga tu. Bwana asifiwe. Nalia tu. Akaona hata pia na lazima aongee, maana siendi amepewa majukumu ya kuangalia madhabahu. Lazima niende niangalie huyu mama. Akapata huyu mama akamuuliza, na wewe dereva galini wewe? Mimi naonaga tu nakujaga tu, wewe ni mlevi tu. Lakini nashukuru Ana alikuanga na jibu ya hekima. Kasema laiti ungelijua mimi sio mlevi, lakini vile
vile na mimina moyo wangu mbele za Bwana, kuna kitu nahitaji. Oh my God, napenda hiyo. Wakati ambapo alikuwa akisema hayo maneno, naye Ana akiwa na uzito, akamwambia usichukulie mimi ni mlevi. Kuna kitu nataka. Kuna kitu jamani, kimenitoa kwa starehe zangu zote nyumbani, nimekuja kwa hii madhabahu. Na Bible inasema ya kwamba Elkana kuhani wa Mungu akamjibu, napenda hiyo. Alimwambia, na wacha haja ya moyo wako Baba atimilize. Pigia Yesu makofi ya kilo. Kwa hivyo huyu mtu akikimbia kwa madhabahu, vile mnakimbianga kwa madhabahu, awadadi anawaangalia, anaona vile ambavyo umejikomiti kwa hii madhabahu. Atasema kitu kitabadilisha anga yako. Pigia Yesu makofi ya kilo. Nasema hivi, huyu mzee anapoona vile unajikomita kwa kazi ya Mungu, si ati ya kwamba wacha watu waseme unajipendekeza, wacha watu waseme ya kwamba sijui unataka favor ama nini, maana wewe unajua kenye umebeba. Keria wetu ndio wewe uramenya. Oh my goodness. Wewe ndio unajua kenye kinako. Hallelujah. Nakumbukanga wakati my wife alikuwa mjamzito, hiyo kipindi nilikuwa na kazi ngumu kabisa. Nilitarea mbele, unanielewa? Nilikuwa nabidi naweka gari kwa hapo nje. Juu wakati wote tu ndio huyo dad. Maji imetoka. Sasa unachukua gari unakimbisha mbio. Unanielewa? Kufika huko wakienda kupima. Oh Yesu, karibu mwezi sijui gari tena. Kipindi hicho kilikuwa nataka muelewa hapo kitu. Mpaka wakati ambapo nilianza kuasiu, kumbe ndio mtu karibu anakuja. Maana huyu amenianza uborete muno. Okira dakika itothie, tugathie. Twakinya ko gutire maundu shokai. Wewe the whole day umesunguka na gari, umesunguka na shughuli. Lakini nashukuru Mungu, nilikuwa napata that revelation. Amen. Wakati mwingine tunabeba zile biscuit. Yes, mnakudaga hizo mama, situkubali tu. Biscuit zingine zenye zina test nini mchaga. Yaani huyo mtu mwenye umebeba akikwambia nataka hii, upende usipende, afadhali ukope umlete. Kwa sababu usipoleta hiyo nyumba utakaa. Unaelewa vizuri? Wanasifiwe. Nyumba ya jirani, kwa sababu kwa Western kuna nyumba zimeundwa za matope. Unanipata? Unampata hapo na inaitwa na kijiti. Kuharibu nyumba wenyewe. Hakuna tu yoka mchanga. Umenielewa? Why? Kile ambacho amebeba ndicho kinamuongoza kufanya hiyo vitu. Na mimi ninasema nini jioni ya leo ama mchana wa leo? Wewe ndio unajua mimba yenye umebeba. Wewe ndio umejua. It doesn't matter, maana bado akajatoka. Ng'ang'ania kwa hii madhabahu until you back. Najua mkombozi wangu anaishi. Najua mkombozi wangu anaishi. Niene joe monokia shalalado ale moyo niene joe
Muono kia wake ale moyo, ale moyo, ale moyo. Mimi najua kombozi baba anaishi milele, anaishi iye nejoe. Aha, muono kia wake ale moyo, ale moyo. Ana alipotoka, wakati mtumishi wa Bwana alipomwambia nenda na Bwana akutane na hoja yako, akatoka kwa madhabahu ametulia tu. Akafika nyumbani, akafanya majukumu yake, akamaliza majukumu yake, akapumzika. Siku ya kwanza mimi ninaona mahali pale labda ilikuwa matarehe zile ambazo nyinyi mnajua, zile the dangerous days. Haleluya! Kumbe Mungu kuna kitu anaenda kufanya wakati hizo siku ambazo ni hatari. Kamuujiza kakatendeka. Biblia inasema bado amenyamaza. Akangoja masiku zikaenda, akangoja siku 20, akangoja siku 22, 25, akaruka mwezi, akaona yani kuna kitu kumbe kilitendeka, kuna kitu kilitendeka. Akaangalia hali zake si za kawaida. Hapo ndipo alisimama na ujasiri, akasema kila nilikuwa natafuta nimepata. Shekata, kile ambacho nilikuwa natafuta nimepata. Na hapo ndipo aliweka nadhiri na Mungu. Baba, kwa sababu umenikumbuka mjakazi wako, hii kitu ambacho umenipa nitakupatia wewe. Ni nadhiri ngapi mumeweka kwa Mungu lakini mna disappoint God? Oh my goodness. Nakumbuka wakati ambapo nilipoona my parents wamepass, maana niliwapenda sana. Na wakati ambapo nilikuwa huko nikibeba maji, wakati wengine wanaenda shule, mimi ndio naambiwa baki kwa tingatinga siaga. Kumbe hao watu hawakujua ya kwamba imebidi wafanye hivyo ndio Mungu wangu ajitukuze. Nakumbuka siku moja nimekimbia, nimekaa kwa gari ya baba yangu juu nilikuwa napenda gari sana. Nikiwa nimekaa hapo nikawasha matasi kujua. Mzee akakula ranji, alipomaliza kurudi kazi panipepa. Anaenda kuwasha gari kakataa kuwaka. Akaenda akapatana na ule mama, huyo mama alifanyika vizuri na kuwa peke yangu. Umenielewa? Wakati gari imefanya nini? Sini hiyo kiberebere hiyo kijana. Nakumbuka watu walikuwa wamejaa hapo nje wakusiaga. Huyo mama alinichuna mapacha. Na unajua sasa, unajua ni ile ajui uchungu wa mzazi, ajui. Alinichuna uchungu jamani. Lakini aliponichuna nikilikuwa tunamwangalia hivi. Wewe nichune tu. Magunya tu. Todole ugogeka hata hakuna mtetezi wangu hapo. Akanichuna milele yote. Na akasema mfanye bidii mnunue yeye. Unielewa? Nilipoingia kwa hiyo corridor, maana hiyo boma imezingirwa, nilipoingia kwa hiyo corridor niliruka huko nje. Na nikaenda nikiendanga. Hapo ndipo masomo yangu iliachana hapo na mimi. Na nikataka kumprovia that we are serving the living God. Pigia Yesu makofi. Kwa jamii yetu mzima aliyefanya harusi wa kwanza ni Daudi. Huyo mama jua nikatamiza. Unaona ile wimbo yenye mnaibanga, ombea adui ya ili hapo barikiwa ajione kabla ajana na. Mimi nawaambia ukweli mbele za Jehova, wakati ambapo alinitendea mambo,
Mtu wa kwanza nikafanya wedding. Number 2, God akanisaidia, akanibariki. Bwana akanibariki. Ambia mwenzako kumbe Mungu anaweza kubariki. Mungu akanibariki. Watoto wake wote mimi ndio kama nimebeba, naenda napelekea huyu mama, namwambia mami, nimekuja. Mungu alinibariki. Kama si masomo, lakini Mungu alinibariki. Ulinisaidia kutafuta Mungu. Na leo hii katika jamii yetu, ukienda huko uite David hautampata. Ukifika tu uko sema tu Pastor Kim utaniona hapo. Pigia Yesu makofi mazuri. Ana akajua alipotoa huyo mtoto, na Biblia inasema kumbe kile kimezaliwa na maombi kinadumu na maombi. Hiyo muujiza ni powerful. Leo hii hata usome Biblia na hata usome from Genesis to Revelation, mtu ambaye alitingiza ulimwengu mzima ni Samueli. Haleluya. Napenda Samueli akasimama siku moja akasema, maana mmeamua kuchagua mfalme, nataka tu niulize, kati ya nyinyi wote ni nani niliwahi chukua kitu cha kuwa proud with your God? Ambia mwenzako wewe kuwa proud na Mungu wako. Kanyaga. Onokoro kirato negethirete. Hata kama kiatu imeisha, wewe katalia huyo Mungu tu. Amen. Haleluya. Hata kama mawimbi ni mazito, katalia huyo Mungu tu. Haleluya. Hata kama jamani wamekusema ya ngapi, katalia huyo Mungu. Atere. Angalia hapa nyuma. Sema mjinga. Hata ukisema mjinga. Haleluya. Wacha nikwambie, ukiona Mkristo tu mwenye amekaa, hata hakuna mtu tu hata anamutabua. Jua huyu yako na dhina. Maye na dhina. Kinyaga watu kama kaka nigeteaga. Sawa, asante, hiyo ni ripoti. Haleluya. Kanyaga na nguvu. Haleluya. Na huyu naye kujipindikiza pendekeza tu hapa kwa kila mtu. Shauri yako. Maana ninajua chenye nimebeba, na wakati nitakizaa mtasema na ni ukweli. I thank God kwa sababu ana hakuongea. This year kufanikiwa kwako, funga masikio. Haleluya. Chenye umetabiriwa kiweke kama mimba. Amen. Hiyo mimba ikikupeleka ukipata Unaelewa? Maana unajua there is some place I'm going. Na if there is some place I'm going, I cannot discourage myself. Hallelujah. Amen. Siku moja nikaambia my wife, I'm telling you my dear, unajua Biblia inasema ati watu watakuwa wawili, mmoja ataenda mwingine atabaki. Nani ataenda? Sasa wewe kaanga tu vizuri na Mungu. Haleluya. Karaweka na gai. Bwana asifiwe. Wakati ambapo nilifanya wedding, starehe zangu za kutafuta Mungu zikapoa tena. Sasa naye Mungu akajua, wewe na wewe mkiu. Akaenda nikajua okay, line yangu iko wapi? Wacha nirudi kwa line. Pigie Yesu makofi ya akili. I'm telling you today, this year 2024, wale watu watamuona Mungu ni wale ambao watawacha starehe, watafutane na huyu Mungu. And I'm telling you, wakati kama huu next year tutakuja kutoa maushuhuda za nguvu. Hallelujah. Promotion tutapata, milango ya kazi tutapata, na vitu tutazipata. Tutakuja kusema tumekuja kushuhudia kile Baba alifanya. Naona mtu mmoja anaitwa Batimayo, ali break silent yake ndio muujiza ukapatikana. I don't know why it comes that napata vuno zingine tofauti hapa. Yeah?
Biblia inasema mtu huyo anaitwa nani? Bartimayo. Akauliza majirani, na akauliza, we, nani anapita? Kai, nusu aratoka. Na mimi nilikuwa najiuliza hii maswali yote. Bartimayo ndio aweze kuovertake, ama kuovercome. Ni gani mzuri? Mutikiaragia githungu giki tondu ithuĩ na ithuĩ bado tutikinyitete wega. Amen. By this mimi testimony. Shauri yenu. Siku moja ndawaambia testimony. Umenielewa? Akauliza, ni nani huyu anapita? Hebu angalia mlolongo ya wacha tutumie baba. Maana yakikuja hapa Nairobi mzima inamfuata, si ndio? Haleluya. Reke tuothire mundu ucio kidogo. Unaona msafara wake inabebanga Nairobi mzima kama maji, si ndio? Alafu hizo kelele zote, baba anakuja, twende Githurai ama ni wapi? Ama si ni wapi? Lakini hapa kuna kamutu kako na need. Na ame realize today it is my day. Biblia inasema ya kwamba huyu jamaa Bartimayo akapasa sauti. Sijui ni amplifier gani alipewa, I don't know. Akasema, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Hapo hivi kulikuwa na mapenina. Nao mapenina nao wanamwambia, we nyamaza. Unajua unaweza weko ndani. Wewe nyamaza. Maana hii wewe utapelekwa vibaya, nyamaza. Yeye bado amekataa. Unamwauga agire digokira. Todo moze leo nisipotumia hii nafasi, maisha yangu nitakaa kipofu siku zote za maisha yangu. Biblia inasema ya kwamba hakukata tamaa, aliendelea. And the Bible say clear that hiyo sauti Yesu akaisikia. Kati ya umati mwingi Yesu akasikia. Kati ya umati mwingi wa ndugu na wadada Yesu akasikia. Biblia inasema ya kwamba akawaambia, alo, muiteni na muhitaji. Shekalado. The same people ambao leo wanakupiga vita, the same people watasema na kweli wewe ni wa Mungu. Simama kwa miguu yako miwili. Shelalado. Nasema hivi, kanisa la Mungu. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba wakati Bartimayo alipasa sauti yake, napenda hiyo, wale walimnyamazisha, wale wananyamazisha kipawa chako. Mimi naangalianga hapa, by the way, do you know hii kanisa yetu Mungu ameibariki. Iko na wahubiri wengi, iko na waibaji wengi, iko na manabii wengi. Wakati ambapo naona mmoja Mungu anamuinua, sinatakikana uombe zaidi aendelee. Lakini wakati unaona unasikia ndugu yake anakokaje, unataka kufinya, wewe ndio utafinywa, shetani ushindwe. Hallelujah. 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 I thank living God. Wakati Yesu alimwambia mwambie na muhitaji. Oh God. Oh God. Daddy, I love you so much. Kunipatia nafasi kuhudumu kwa hii madhabahu. I really love you. Thank you for your prayers. Hey, nakupenda tu kwa upendo tu huyu Mungu. Wakati nilikuwa niko discouraged, ninaangalia naona nitaenda wapi, God akanileta kwa mikono yako. I thank God since nikuja hapa nimeona matunda. Leo hii ninaweza simama na kuhubiria umati wa watu hawa. I salute you daddy. I love you so much. Ninasema nini? Paulo, wakati ambapo huyu mtu anaitwa huyu yani huyu kipofu huyu Bartimayo, wakati ambapo aliitwa, Biblia inasema ya kwamba hakutaka kujua nani yako mbele. Oh my God. Abia mwenzako watakutengenezea njia wenye walikufungia njia. Ni magogothodekera. Wale walikuwa na kuzuia, hao ndio watapenduka kando,
wakisema unaitwa. Hao ndio kando wakisema halo, na ukienda huko usitusahau. Haleluya. Hao waliokuwa naona cannot make it, hao ndio watasema na kusema ukweli, kumbe you can make it. My goodness, tell your neighbor you can make it no matter what. No matter what. Hata kama unaona giza, nuru inakuja tu. Nuru inakuja tu. Nuru inakuja. Wakati itakuja. Oh my God. Hapo ndio nitaimba. Nitaimba haleluya mchana. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba. Siku hiyo utakuwa na ushuhuda. Siku hiyo utakuwa unaambia kweli Baba, kama leo hii ninaimba. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya na hata usiku. Nitaimba. Hata mkikataa nitaimba. Siku hiyo nitaimba haleluya mchana. Ona wacha leo. Nitaimba haleluya jioni. Haleluya. Haleluya na hata usiku. Nitaimba mimi nikishuhudia matendo ya Mungu. Huyo Mungu ameniponya. Huyo Mungu amenikumbuka. Hiyo siku haleluya jioni. Haleluya. Mimi nitaimba. Wakati huo ninafanya harusi, watu waliokuwa wanaona siwezi oleka, haleluya mchana. Siku hiyo nitaimba. Nitaimba na maringo tu jioni. Haleluya. Mimi nitasifu nikiangalia vile maadui walionipiga wakichaa. Haleluya. 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 Mimi nitaimba nikishuhudia matendo ya Baba. Haleluya. Haleluya. Nitaimba. Haleluya. Haleluya. Hiyo siku watu ambao hiyo ndio siku utakuwa unashuhudia. Naona Ana akishughulikia Mungu, akimtukuza Mungu, wakati ambapo ako na capital D, kwanza ni kubwa. Natumai alikuwa akifika penye Penina ako, hata kama kago ongeza tumbo hivi, anaongeza kogerera wesiraja ndigi onaka moto ni dona. Sasa ukitaka kumeza wempe mess, maana hiki lazima kitokee. Naona niye gainede mwedete Yesu. Hii madhabahu nitatulia hapo. Hii kazi ya Mungu nitaendelea. I saw God siku hiyo. Haleluya. Nataka leo hii naomba Mungu anaenda kuachilia neema ya kisirani ya kumtafuta. Watu watanganganianga hiyo unaona mlango. Watangangana. Nani anajua kumbe? Unajua kwetu uko ni kumbe nani anajua? Wamanyire chiswa. Na Kikuyu inaitwa kwamba guya. Wakati nguya zinatoka, yani unajua kwa Western kuna maneno. Sisi tunakaanga, okay, let me start hivi. Kwa shimo zikitoka, unajua zinatokanga finyana. So kichukua hazioni kama zinakuliwa, ndio zinaendelea kutoka kwa sababu zimetoka. Labda hiyo uelewi. Nani anajua mushroom inatokea penye hata uko unafikiria. Mushroom jamani, mahali penye watu wanafanya day by day.
Alafu unaona mushroom inatokea hapo. Yaani ina uwezo penya. Yeah? Sijui kama unaelewa. Yaani inapenya kwa lami. Na lami vile imeshika jinsi na undaga lami. Lakini utashangaa kuona hiyo. Alafu kiona juu ni very. I want to say today. Hallelujah. Maisha yako yenye unaona ngumu, God can change. Iwe soft hivi. Tafuta. God ataifanya jamani ikuje kwa mikono yako kwa njia tu very simple. Sema na wewe wenye kumkumbusha Bwana usiwe mia. Nataka tu jamani uambie God today. Nataka tuombe hizi zenye nimebaki hapa. Nataka uangalie. Don't look your neighbor. Kira akulia ni wewe. Chenye kinakukura wewe. Hallelujah. Oh God. Okay, wacha nitumie mfano. Mwenye ajuanga kiatu inamfinya ni nani? Ni mwenye kuvaa. Sasa angalia ni wapi pana kufinyanga hapo. And God is faithful. 2024 first week ya mwaka Bwana ametusaidia kuwa hapa. This year anza kusahau last year. Abia Mungu kama vile Jeremiah inasema ya kwamba ninayajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo mazuri. Kama tia hiyo mazuri. Number 2 akasema ya kwamba mwenye kumkumbusha Bwana usinyamaze. Sasa hebu ona vile jamani umefirisha Mungu. Oi Yesu. Ona tu. Vile yani wakati Mungu anakuja tu anataka kuja kukuhudumia. Anapata leo huyo oi. Au mirejera iliko. Inua tu mikono juu. Tunaomba Mungu anaachilia neema ya maombi. Tutapata wamama visirani. Tutapata wazee visirani. Tutapata vijana visirani ambao watasema enough is enough. Kama vile jamani Ana alisema enough is enough. I need something. Shilaradu. Shikaladu. Oh God. Nikiwaambia ninajua mahali mimi Mungu amenitoa. Oh my goodness. Sahi ninatamani kuona watu ambao watakuwa kisirani, watakimbia kwa madhabahu. Na Biblia inasema naye Elkana alikuwa amekaa kwa madhabahu. Ninasema vile awadadi wanatutabiria mambo makubwa. Dadi anasema ya kwamba ingieni hapa mkutane na Mungu. Kile atakachotangaza automatically utakipossess. Panua kinywa chako. Ninatamani kuona watu ambao wako na kisira. Naomba tu Bwana akupe neema ya maombi. Bwana anaachilia hiyo neema ya maombi. Yesu anaachilia hiyo neema ya maombi. Jamani Mungu anaachilia. Maana mara mingi huyu Mungu akiwa mbinguni anaangalia na shindwa, mwanangu niruhusu hapo. Wakati moja nikiwa mkutano, nimeenda huko nimehubiri. Nikaambia Mungu kabisa, hao watu wote Bwana umeniletea, kutana tuna mahitaji yao. Huyo Yesu. Na bado ndio huyu Yesu, bado ni mwana wa Mungu. Anasema ninabisha mlango. Kwa hiyo ishi yenye uko nayo nifungulie tu niingie tu. Igorera nyigerere au. Nifungulie niingie kwa hiyo hitaji yenye uko nayo. Wengi wamekuja kwa sababu wame lose hope. I want to tell you our God, huyo Mungu yule ambaye huwa anafariji moyo. Usingoje mwanadamu akufariji. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. In the name of Jesus. Panua tu kinywa chako. Nimesema ya kwamba wewe ndio unajua kile ambacho unahitaji. Wewe ndio unajua. Fafa nenda kushokeria gazo. Maria utekeire fafa ne manene. Onadike hota kuga. Fafa nenda kushokeria gazo. Matera rarararara. Shilarararo.
Getsemani Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kampa nguvu akashinda. Getsemani Yesu aliomba, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kampa nguvu akashinda. Nasema omba, utafute uso wa Bwana. Yesu aombaye kwa siri atajibiwa kwa wazi. Nasema tuombe, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Nasema omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Mimi nasema tuombe, omba, utafute uso wa Bwana. Atakujibu kwa wazi. Dada, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Nasema kanisa, omba, atakujibu kwa wazi. Atakujibu omba, utafute uso wa Bwana. Atakujibu kwa wazi. Kanisa tuombe, utafute uso kwa siri atakujibu kwa wazi. Nasema tuombe. Bwana anaachilia neema ya maombi. Huyo Yesu anaachilia neema ya maombi, ya kwamba watu watamulilia Jehova. Nasema tuombe. 2024 Yesu atakutana na mahitaji ya watu wake wanaoomba kwa siri. Yesu atawajibu kwa wazi. Wewe mama omba, wewe mzee omba, wewe omba kijana, yeye amebeba suluhisho. Yesu nasema kanisa, nasema tuombe. Father, I release that spirit of prayer. Naachilia hiyo neema ya maombi kwa huyo mama, kwa huyo mzee, kwa huyo kijana, kwa jina la Yesu. Shalom. Nasema tuombe. Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Hallelujah. Praise the Lord. Wangapi wamebarikiwa? Bwana asifiwe. Thank you Jesus. We thank Jesus for the life of Pastor David. Wangapi wameona baba amezaa vizuri? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Our apostle, there goes your lion.
A lion can only give birth to a lion. Praise the Lord. Hakuna paka hapa. Ni simba peke yake. Bwana asifiwe. Commanders give birth to who? Of course. Praise the Lord. And we thank God for the opportunity for giving Pastor David. You're well aware he was ministering and you gave him an opportunity to minister unto us, our online viewers. I hope you have been blessed. We thank you very much. As we come to the close of this service, we want to thank you. We want to ask you to continue supporting us, continue praying with us, continue watching our Bethel TV, continue watching the Girawa Dora, continue subscribing, commenting, and share this message of hope to the glory and honor of God. Praise the Lord. Tuketi chini. Bwana asifiwe. Si tumebarikiwa? Tumebarikiwa na David mchungaji. Asante sana kwa huo ujumbe. Najua umetubadilisha kwa sababu neno la Bwana linakufanya nini? Nilokubadilisha. Bwana asifiwe. Tunatuma salamu zetu kwa familia yako, mke wako mpendwa na watoto wako. Mungu awabariki kwa sababu ya kuachilia wewe uje utuhudumie siku ya leo, na Mungu akubariki na wakutende mema katika jina la Yesu Kristo. Wageni wetu, wageni waliofika baada ya matangazo. Tuna wageni kwa nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Wageni wetu wale walikuwa wamepotea. Baba simama kidogo. Wageni wetu tusimame. Na ilikuwa nimejulishwa kuna wageni wamekuja kwa niaba ya Wairimo ambaye amekuwa akitia watu moyo pale nje, na ni vyema wageni wetu wale ambao wamekuja juu yake ama wengine kwa sababu ya maombi na pia kuhudumia na kuingia kwa hii ibada, tafadhali tupatane hii kwa katika hii kitengo. Tuna mchungaji wetu Pastor Nancy, na pia ndio huyo Pastor Nancy, mpigieni makofi, na akisaidiwa na Wairimo simama ili wageni wako waweze kukuona. Kwa hivyo tutapatana pande ile ili tuzungumze moja mbili na kuwakaribisha katika hili dhehebu. Mchungaji wetu hayupo lakini sisi tupo. Bwana asifiwe. Kwa sababu amezaa vizuri. Bwana asifiwe. Tuweze kupatana pale. Pia tuna ibada zile tumesema, wadada, wanaume, pia vijana pande ile kama kawaida, wamama pande hii, na pia wa ndugu zetu pande hii, ili tufanye mkutano kama walisali moja ili tuweze kuregea. Bwana asifiwe. Tulete zaka zetu, malinguko yetu, Bwana asifiwe, na sadaka zetu katika madhabahu, na Mungu atawabariki. Bwana asifiwe. Wacha mbegu yako ikutetee kwa madhabahu. Kama wewe una sauti pia inazungumza. Bwana asifiwe. Na tumeambiwa huu ni mwaka wa kufanya nini? Kuzungumza. Lakini tusikize sana, lakini tusikize kwa mdomo, na pia tuzungumze kwa masikio. Aliye na masikio amesikia Roho wa Bwana vile amenena katika hii nyumba, na tunataka kushukuru Mungu. Bwana wabariki na watende mema. Father, we thank you for the seeds that are coming to the altar. May you bless them, my Father Jehovah, King of all the glory. May you see them through at the point of their needs. As they minister to this altar, Father, we ask you that you may continue to see us through to the glory and honor of your name, that this year we shall not be poor, but we shall be rich, because you have died on the cross so that we may encounter richness upon Calvary. We thank you, Jesus, for every giving in Jesus' name. Praise the Lord. Kwa hivyo ibada yetu imeisha. Asante sana kwa kuhudhuria hii ibada. Tuweke hiyo moto. Najua wengine wenu bado hamjatoka nyumbani. Mumeona sisi kama mnatutazama kwa runinga, tuko hapa kwa dhehebu. Karibuni sana tuweze kuimarisha hizi ibada na pia katikati ya wiki. Na Mungu awabariki na watende mema. Bwana asifiwe.